Asante, naomba tuketi. Asanteni sana. Asante Gavana Kahiga na viongozi wote wa Nyeri, Bishop Wanjoi, clergy na washirika wa hili kanisa. Muriega rigi kaini mwega ende ciothe mwathani agocwo. Asante sana, nimeshukuru kufika hapa siku ya leo. Lakini alikuwa amealika aliyekuwa siku hiyo naibu wa rais ambaye sasa ni rais wetu. Sisi tulikuwa tumekuja kumsindikisha na tukaombewa katika kanisa hii, na mmeona hiyo maombi inaendelea kufanya kazi. Asanteni sana. Ya pili yangu Bishop Kahiga na Bishop Wanjoi walikuwa wamesema tukutane hapa na au marafiki wetu wengine MPs kina Sabina ili tusaidie kanisa kwa hiyo mradi ambayo Governor Kahiga ameeleza, lakini haikuwezekana last Sunday kwa sababu Mheshimiwa Rais alikuwa hapa. Mimi nataka nishukuru Bishop, nishukuru kanisa na nishukuru viongozi wa Nyeri County kwa kufanya heshima, kwa sababu wakati tulisikia Mheshimiwa Rais anakuja tukakubaliana sisi zote tuahirishe hiyo function ambayo tulikuwa nayo kwa heshima ya mgeni wetu ambao tulikuwa naye ambaye ni rais wetu. It's a very good thing you did. Na it doesn't cost anything to respect authority. It costs nothing. Kwa hivyo nashukuru sana. Na umeona naye Mungu ametusaidia, ile tungefanya last Sunday sisi tutafanya leo. So badala ya kuwa na ibada hapa na Mheshimiwa Rais naye yako pale, mlifanya kitu kizuri na washukuru sana. Mimi niko hapa kwa sababu kama nilivyosema nimealikwa, na kama Daudi nataka niseme katika Zaburi 122 mstari wa kwanza, wakati nilialikwa na Bishop through the governor nilifurahi kwa sababu hiyo Psalms 122 inasema nilifurahi pamoja na wale waliniambia njoo twende nyumba ya Bwana. I was glad when they said unto me, come, let us go to the house of the Lord. Vile vile niko hapa kwa sababu Biblia vile vile inasema katika Zaburi 84 mstari wa 10 ya kwamba siku moja katika nyumba ya Mungu ni bora kuliko siku 1000 mahali pengine. So I'm happy that I'm here, even if not for a full day, even the few hours that we are here. I know it's more beneficial to me as a person, as a believer, than spending 1,000 days elsewhere. Unajua, nashukuru Mungu ametupatia nafasi hii kwa sababu sisi ambao tunasaidia rais wetu na deputy president katika mambo ya usalama wa nchi, na wenzangu wengine wako hapa, kasi yetu ni ngumu kidogo, na nilisikia Bishop akitaja hata kulala ni shida. Ukilala hata masaa mawili ni shida. It's very difficult sababu changamoto ni nyingi na hujui wale watu waovu watapanga uovu wao siku gani na saa gani. Lakini Mungu ametusaidia, tunajaribu na tumejaribu kwa sababu vile vile hata kama tunasaidia katika mambo ya usalama, mwenye kuleta usalama kamili na usalama wa milele sio waziri, sio OCS, sio hata rais wetu.
ni Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. He is in charge of our security. Na wakati huu nimekuwa katika nafasi hii, nimepata nguvu sana kutokana na maneno lililo katika Zaburi 127 mstari wa kwanza sehemu ya pili, ambayo inasema ya kwamba isipokuwa Mungu alinde mji, wale walinzi wanapoteza usingizi bure. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stay up awake in vain. Kwa hivyo sisi hata kama tunajaribu kusukumana na hii mambo ya usalama, tunajua nchi yetu iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu na hakuna mambo mabaya yataharibika, because our God is in charge. Kazi yetu ni kujaribu vile tuwezavyo, using our human effort to ensure we have a peaceful country. Hata mimi sitakuwa na mambo mengi, nataka tulitaje mambo mawili. Ya kwanza, unajua hii Nyeri, sehemu hii, mimi mahali nilizaliwa ipande ile ingine ya mlima huu, mlima Kenya, ambao uko tu hapa. Na hapa hii Nyeri ni kaunti ambayo ilitupatia rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Mwai Kibaki. Mzee Mwai Kibaki alikuwa na marafiki wengi wa kisiasa upande wa Meru. Hata wakati alikuwa anasimama na kulikuwa na candidates wengine kutoka hii Central area, watu wa Meru walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Kweli si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hata wakati kulikuwa na other candidates, watu wa sehemu ile walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Sijui hiyo urafiki ilikuwa imetoka wapi. Na alikuwa na watu wengi ambao vile vile wakati aliingia kwa serikali walifanya nao kazi, kiwemo Mzee Mudhaura, Mzee Kiraito, Mzee Mwiraria na watu wengi wa sehemu ile. Na mimi nikiwa hapa, ile jambo nataka kusema ni kwamba utawala wa Mheshimiwa Rais mstaafu marehemu Mwai Kibaki ndio utawala ambao ulituonyesha ya kwamba nchi yetu iko na uwezo wa kuwa na uchumi ambao umeimarika na vile vile kujitegemea kiuchumi na kuachana na tabia ya kuombaomba pesa kutoka kwa nchi zingine. Nataka nirudie kwa Kiingereza. The third president of Kenya, President Kibaki, in his 10 years of leadership, was able to demonstrate to all of us as a country that Kenya has enough resources and Kenya has the ability to raise enough revenue from its people for purposes of developing our country without depending on borrowing from the taxes and the savings of other people. Na kama kuna heshima Mheshimiwa marehemu Kibaki ameacha katika historia ya nchi yetu, ni kutufunza kujitegemea kama taifa. And I think it's a biblical principle. There is no honor, there is no pride in begging. Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nimeangalia yale mambo Mzee Kibaki alifanya, na vile vile nimeangalia utaratibu au mpango ambayo Mheshimiwa Rais wa 5 Mheshimiwa William Ruto ako nao katika mambo ya taifa letu la Kenya.
na yeye mwenyewe amesema yeye ni mwanafunzi katika mambo ya uongozi wa mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo mimi niko na hakika ya kwamba katika utawala huu wa Mheshimiwa William Ruto na msaidizi wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nchi yetu itapata kupata rasilimali za kutosha za kuendesha nchi yetu, na mambo ya kukopa madeni mengi ambayo yataumiza vizazi vijavyo, hiyo mambo itasimama. Na katika ile masauti mingi ambayo Bishop ametusaidia kusimamisha, mimi ningesihi tuongeze ile sauti ambayo ni sauti ya kutuambia kama Wakenya ati siku zote lazima tuwe tunakopa pesa ya wazungu na wa Chinese na watu wengine ambao wamejenga mataifa yao kupitia jasho ya watu wao. I believe this country can raise enough revenue to sustain the country's economic programs. And that is where President Ruto and his administration would like to take this country, to return it where former President Mwai Kibaki left it. Na ikiwa hapo niseme kunakuwa na mijadala mambo ya kodi, na kama kuna mwanzilishi wa ushuru na kodi ni mzee Kibaki, na hapo ndio Mheshimiwa William Ruto amekanyanga katika hizo nyayo. We must have enough revenue to develop our country and stop begging from the taxes of other countries. Na jambo la pili, kuna yale mambo yameongewa hapa ya siasa. Na unajua sisi katika masuala ya usalama hatuhusiki na mambo ya siasa, kwa sababu siasa iko na wale watu ambao wamechaguliwa kufanya mambo ya siasa. Ndio umeona huyo seneta wa Matinga anaongea Kiswahili, alafu anaongea Kikuyu, anaongea Kiswahili, alafu anajaribu he's trying to see kama kuna kitu anaweza sema ndio nisisikie, lakini nimesikia kila kitu umesema. Na kwa sababu ni mambo ya kisiasa ni sawa, bora tusifanye mambo ambayo ni kinyume na sheria. Niseme ya kwamba tumekuwa na changamoto sisi kama wasimamizi wa usalama wa nchi kwa wanasiasa ambao kwa muda mrefu wametumia mambo ya siasa kuharibu udhabiti na usalama wa taifa letu, na hakuna jambo ambalo halina mwisho. Ndiposa mmesikia Mheshimiwa Rais ameshatuamrisha sisi ambao ni watu ya masuala ya usalama, sisi hatuingilii mambo ya siasa. Sisi tunalinda usalama wa nchi. Hao wenzangu ambao wako hapa tumezungumza, tumekubaliana mambo ya siasa tuachie watu ya siasa, sisi tusimame na uthabiti na usalama wa nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais ametuamrisha tusitumie vyombo vya kiusalama na silaha na nguvu ambayo tuko nayo ya usalama wa taifa kuumiza wananchi wasio na hatia ama kukandamiza watu kwa njia za kisiasa. Ili hali vile vile tukiwa hapo, kazi yetu ni lazima tukabiliane na wale watu wote ambao wanasorotesha usalama wa nchi hata wakiwa katika siasa. Kama vile tumehubiriwa hapa, kila baada ya uchaguzi kuna watu wamekataa ya kwamba nchi yetu iko na katiba na iko na sheria.
na iko na utaratibu wa kisheria kwa wale watu ambao hawajaridhika na matokeo ya kisiasa. Na utaratibu ni kwamba kama wewe umesimama kama MCA ama mbunge ama rais na labda haujaridhika na yale matangazo yamefanywa, unaenda kotini, koti inaamua. Kwa hivyo taasisi za kuamua mambo ya siasa ziko katika katiba. Kuna watu ambao kwa miaka mingi wameturudisha nyuma, wamepatia Kenya aibu kwa sababu wakishindwa, badala ya kutumia taratibu za kisheria, wameumiza wananchi, wameleta maafa, wameleta vifo, wameharibu biashara na wamesumbua taifa hili kwa miaka mingi. Ndiposa tumesema kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Mwezi uliopita wanasiasa wengine pale wakasema wanaitisha maandamano ya kisiasa. Tukajaribu, ilikuwa Jumatano, tukasema wacha tujaribu tuone hawa watu kama wataandamana kwa amani warudi nyumbani. Mlilijionea ile Jumatano, walienda wakaharibu expressway ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya na madeni ambayo tutalipa. Wakaenda wakafunga barabara, wakaenda wakadunga watu kwa visu, wakaiba mali ya watu, wakachoma gari za polisi, wakapiga polisi na mawe. Na ilipofika kama saa 7 tukaamua ya kwamba hiyo lazima tukomeshe, kwa sababu ilikuwa imebainika hakuna uwezekano ya kufanya yale mambo pasipo na maafa. And from that day, the government has decided that it will not allow again the destruction of the property of the people of Kenya. It will not allow citizens, whatever their grievances, to stone policemen who are on duty, to burn police vehicles, and to attack government facilities. We had ugly incidents, some of them bordering on an attack on our sovereignty as a country. Wengine wanaenda wanavunja nyumba ya Deputy County Commissioner ofisi. Kuna uhusiano gani kati ya bei ya unga na ofisi ya DCC? Wengine walipatikana wakichoma bendera ya Kenya. Na it is not going to be possible again. Na wale watu ambao wanataka kufanya siasa yao lazima wakubali kufanya siasa ya amani. So nataka niwahakikishie wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya, never again will anybody threaten the peace, stability and tranquility of our country using any reason whatsoever. Na tumesikia sasa hao wanasiasa wameenda kuongea. Sisi kama walinda usalama hatuna shida, hiyo ni mambo ya demokrasia. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa, on one condition: hiyo mazungumzo isipofaulu,
kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. So the people of Nyeri, the people of Kenya, the country is safe. Tuko na changamoto lakini nchi yetu iko salama. Na haitawezekana tena mtu yoyote ati kuterrorize wananchi, instilling fear and terror on innocent people because they want to achieve political objectives. We must remove violence from the equation. Mahali wakati watu wanapanga siasa yao, wakuwe wabunge, wakuwe MCA, wakuwe governor, wakuwe senator, wakuwe rais, mtu apange kuuza sera na asiporidhika na matokeo afuate sheria na afuate taasisi, utaratibu ambao uko katika katiba wa kulalamika. Violence must not be part of the equation. So those politicians who are engaging in talks can continue. We have no role in it ourselves. We are security managers. In case, of course, we hope that they will agree. There is no problem in agreeing. But in the event that they don't agree, nobody should imagine that they can threaten and terrorize Kenyans again simply because what they were planning to achieve has not been realized. Sijui kama tumeelewana. Hiyo ndio msimamo wa serikali ya William Ruto. So mimi nataka nikomee hapo, niseme nimeshukuru kwa hapa. Muendelee kuombea nchi yetu, muendelee kuombea rais, muendelee kuombea naibu wa rais. Na mimi nataka niseme ile kazi ambayo tumeanza hapa kwetu Central, kuna shida kubwa ya mambo ya madawa na pombe. Na mlisikia Mheshimiwa Rais aliniambia tufanye kazi na naibu wa rais ili tuhakikishe tumeshirikiana na hao wenzetu ambao wako katika Wizara ya Usalama kupigana na hiyo mambo ya mihadarati na pombe. Mpaka sasa tumefanya hatua kiasi, lakini bado kuna kazi ya kufanya. Nataka nipongeze Regional Commissioner wetu na ambaye ako hapa na timu yote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. I want to ask you to continue providing leadership and strategic guidance to the officers who are serving under you in this region. Na mimi lazima niwakumbushe mkiwa hapa mjue ya kwamba hii ni county ya Deputy President. So please make sure that he is helping the president to serve the whole country. So we should have as little problems as possible here, so that akija hapa anakuja tu weekend kutembea na kuleta rais wakati anatembea hapa. So we hope that you continue doing the good work. Nimesikia ile mambo Mheshimiwa Madhengi amesema ya ile kazi ambayo imebaki ya kupigana na mihadarati na madawa. And I want to announce that the government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote. We are going to review all of them afresh because some of them are licensed. Of course, the ones that are operating without licenses, we have already shut them down. And if you know of any that are still operating, let us know. But there are some people selling illicit alcohol in licensed facilities. There are others also manufacturing illicit alcohol, but they are licensed. But what they are manufacturing is not what they are licensed to manufacture. So we are going to review all the licenses of second generation manufacturers, alcohol manufacturers, and we are going to ensure that every facility that is licensed manufactures or sells what it is licensed to manufacture or to sell. Nikimalizia ndio tufanye mchango.
mheshimiwa pia na wale viongozi wengine wamesema kuna shida hapa ya wizi wa kahawa, na hiyo shida iko katika sehemu nyingi ambazo kahawa inakuzwa, and we have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people, where their wealth, their property, and their sweat is being stolen by unscrupulous people who wants to benefit and to reap where they have not sown. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Nikifika hapo niseme neno la leo limetujenga, limetusaidia, na kwa sababu tuko hapa kwa mchango, ningetaka tuchange ile pesa ambayo yote inahitajika kwa chini ya dakika 10. Na ili tumalize haraka, naomba wale wako na kamera muachane na kamera sasa. Tumemaliza ile story mlikuwa mnataka. Wacha tusaidie bishop na tusaidie kanisa ili tupate gari ya bishop ya kumsaidia katika huduma kwa watu wake. Nawashukuru sana. Nataka kuuliza chairperson ambaye alikuwa na asante, naomba tuketi. Asanteni sana. Asante Governor Kahiga na viongozi wote wa Nyeri, Bishop Wanjoi, clergy na washirika wa hili kanisa. Muriega rigi kaini mwega ende ciothe mwathani agocwo. Asante sana. Nimeshukuru kufika hapa siku ya leo. Lakini alikuwa amealika aliyekuwa siku hiyo naibu wa rais ambaye sasa ni rais wetu. Sisi tulikuwa tumekuja kumsindikisha. Tukaombewa katika kanisa hii, na mmeona hiyo maombi inaendelea kufanya kazi. Asanteni sana. Ya pili yangu Bishop Kahiga na Bishop Wanjoi walikuwa wamesema tukutane hapa na au marafiki wetu wengine MPs kina Sabina ili tusaidie kanisa kwa hiyo mradi ambayo Governor Kahiga ameeleza, lakini haikuwezekana last Sunday kwa sababu Mheshimiwa Rais alikuwa hapa. Mimi nataka nishukuru Bishop, nishukuru kanisa na nishukuru viongozi wa Nyeri County kwa kufanya heshima, kwa sababu wakati tulisikia Mheshimiwa Rais anakuja, tukakubaliana sisi zote tuahirishe hiyo function ambayo tulikuwa nayo kwa heshima ya mgeni wetu ambao tulikuwa naye ambaye ni rais wetu. It's a very good thing you did. Now it doesn't cost anything to respect authority. It costs nothing. Kwa hivyo nashukuru sana. Na umeona naye Mungu ametusaidia, ile tungefanya last Sunday sisi tutafanya leo. So badala ya kuwa na ibada hapa na Mheshimiwa Rais naye yako pale, mlifanya kitu kizuri na washukuru sana. Mimi niko hapa kwa sababu kama nilivyosema nimealikwa, na kama Daudi nataka niseme katika Zaburi 122 mstari wa kwanza, wakati nilialikwa na Bishop through the governor, nilifurahi kwa sababu hiyo Psalms 122 inasema nilifurahi pamoja na wale waliniambia njoo twende nyumba ya Bwana. I was glad when they said unto me, come, let us go to the house of the Lord. Vile vile niko hapa kwa sababu Biblia vile vile inasema katika Zaburi
84 mstari wa 10 ya kwamba siku moja katika nyumba ya Mungu ni bora kuliko siku 1000 mahali pengine. So I'm happy that I'm here, even if not for a full day, even the few hours that we are here, I know it's more beneficial to me as a person, as a believer, than spending 1,000 days elsewhere. Unajua, nashukuru Mungu ametupatia nafasi hii, kwa sababu sisi ambao tunasaidia rais wetu na deputy president katika mambo ya usalama wa nchi, na wenzangu wengine wako hapa, kazi yetu ni ngumu kidogo, na nilisikia bishop akitaja hata kulala ni shida. Ukilala hata masaa mawili ni shida. It's very difficult, sababu changamoto ni nyingi, na hujui wale watu waovu watapanga uovu wao siku gani na saa gani. Lakini Mungu ametusaidia, tunajaribu. Na tumejaribu kwa sababu vile vile hata kama tunasaidia katika mambo ya usalama, mwenye kuleta usalama kamili na usalama wa milele sio waziri, sio OCS, sio hata rais wetu. Ni Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. He is in charge of our security. Na wakati huu nimekuwa katika nafasi hii, nimepata nguvu sana kutokana na maneno lililo katika Zaburi 127 mstari wa 1 sehemu ya 2, ambayo inasema ya kwamba isipokuwa Mungu alinde mji, wale walinzi wanapoteza usingizi bure. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stay up awake in vain. Kwa hivyo sisi hata kama tunajaribu kusukumana na hii mambo ya usalama, tunajua nchi yetu iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na hakuna mambo mabaya yataharibika, because our God is in charge. Kazi yetu ni kujaribu vile tuwezavyo, using our human effort to ensure we have a peaceful country. Hata mimi sitakuwa na mambo mengi, nataka tunitaje mambo mawili. Ya kwanza, unajua hii Nyeri, sehemu hii, mimi mahali nilizaliwa ipande ile ingine ya mlima huu, mlima Kenya, ambao uko tu hapa. Na hapa hii Nyeri ni kaunti ambayo ilitupatia rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Mwai Kibaki. Mzee Mwai Kibaki alikuwa na marafiki wengi wa kisiasa upande wa Meru. Hata wakati alikuwa anasimama na kulikuwa na candidates wengine kutoka hii Central area, watu wa Meru walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Kweli si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hata wakati kulikuwa na other candidates, watu wa sehemu ile walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Sijui hiyo urafiki ilikuwa imetoka wapi. Na alikuwa na watu wengi ambao vile vile wakati aliingia kwa serikali walifanya nao kazi, kiwemo Mzee Mudhaura, Mzee Kiraito, Mzee Mwiraria na watu wengi wa sehemu ile. Na mimi nikiwa hapa, ile jambo nataka kusema ni kwamba utawala wa Mheshimiwa Rais mstaafu marehemu Mwai Kibaki ndio utawala ambao ulituonyesha ya kwamba nchi yetu iko na uwezo wa kuwa na uchumi ambao umeimarika, na vile vile kujitegemea kiuchumi na kuachana na tabia
ya kuombaomba pesa kutoka kwa nchi zingine. Nataka nirudie kwa Kiingereza. The third president of Kenya, President Kibaki, in his 10 years of leadership, was able to demonstrate to all of us as a country that Kenya has enough resources and Kenya has the ability to raise enough revenue from its people for purposes of developing our country without depending on borrowing from the taxes and the savings of other people. Na kama kuna heshima Mheshimiwa marehemu Kibaki ameacha katika historia ya nchi yetu, ni kutufunza kujitegemea kama taifa. And I think it's a biblical principle. There is no honor, there is no pride in begging. Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nimeangalia yale mambo mzee Kibaki alifanya, na vile vile nimeangalia utaratibu au mpango ambao Mheshimiwa Rais wa 5 Mheshimiwa William Ruto ako nao katika mambo ya taifa letu la Kenya. Na yeye mwenyewe amesema yeye ni mwanafunzi katika mambo ya uongozi wa mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo mimi niko na hakika ya kwamba katika utawala huu wa Mheshimiwa William Ruto na msaidizi wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nchi yetu itapata kupata rasilimali za kutosha za kuendesha nchi yetu, na mambo ya kukopa madeni mengi ambayo yataumiza vizazi vijavyo, hiyo mambo itasimama. Na katika ile masauti mingi ambayo Bishop ametusaidia kusimamisha, mimi ningesihi tuongeze ile sauti ambayo ni sauti ya kutuambia kama Wakenya ati siku zote lazima tuwe tunakopa pesa ya wazungu na wa Chinese na watu wengine ambao wamejenga mataifa yao kupitia jasho ya watu wao. I believe this country can raise enough revenue to sustain the country's economic programs. And that is where President Ruto and his administration would like to take this country, to return it where former President Mwai Kibaki left it. Na ikiwa hapo niseme kunakuwa na mijadala mambo ya kodi, na kama kuna mwanzilishi wa ushuru na kodi ni mzee Kibaki, na hapo ndio Mheshimiwa William Ruto amekanyanga katika hizo nyayo. We must have enough revenue to develop our country and stop begging from the taxes of other countries. Na jambo la pili, kuna yale mambo yameongewa hapa ya siasa. Na unajua sisi katika masuala ya usalama hatuhusiki na mambo ya siasa, kwa sababu siasa iko na wale watu ambao wamechaguliwa kufanya mambo ya siasa. Ndio umeona huyo seneta wa Matinga anaongea Kiswahili, alafu anaongea Kikuyu, anaongea Kiswahili, alafu anajaribu he's trying to see kama kuna kitu anaweza sema ndio nisisikie, lakini nimesikia kila kitu umesema. Na kwa sababu ni mambo ya kisiasa ni sawa, bora tusifanye mambo ambayo ni kinyume na sheria. Niseme ya kwamba tumekuwa na changamoto sisi kama wasimamizi wa usalama wa nchi kwa wanasiasa ambao kwa muda mrefu wametumia mambo ya siasa kuharibu
udhabiti na usalama wa taifa letu, na hakuna jambo ambalo halina mwisho. Ndiposa mmesikia Mheshimiwa Rais ameshatuamrisha sisi ambao ni watu ya masuala ya usalama, sisi hatuingilii mambo ya siasa. Sisi tunalinda usalama wa nchi. Hao wenzangu ambao wako hapa tumezungumza, tumekubaliana mambo ya siasa tuachie watu ya siasa. Sisi tusimame na uthabiti na usalama wa nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais ametuamrisha tusitumie vyombo vya kiusalama na silaha na nguvu ambayo tuko nayo ya usalama wa taifa kuumiza wananchi wasio na hatia ama kukandamiza watu kwa njia za kisiasa. Ili hali vile vile tukiwa hapo, kazi yetu ni lazima tukabiliane na wale watu wote ambao wanasorotesha usalama wa nchi hata wakiwa katika siasa. Kama vile tumehubiriwa hapa, kila baada ya uchaguzi kuna watu wamekataa ya kwamba nchi yetu iko na katiba na iko na sheria na iko na utaratibu wa kisheria kwa wale watu ambao hawajaridhika na matokeo ya kisiasa. Na utaratibu ni kwamba kama wewe umesimama kama MCA ama mbunge ama rais na labda haujaridhika na yale matangazo yamefanywa, unaenda kotini, koti inaamua. Kwa hivyo taasisi za kuamua mambo ya siasa ziko katika katiba. Kuna watu ambao kwa miaka mingi wameturudisha nyuma, wamepatia Kenya aibu kwa sababu wakishindwa, badala ya kutumia taratibu za kisheria, wameumiza wananchi, wameleta maafa, wameleta vifo, wameharibu biashara na wamesumbua taifa hili kwa miaka mingi. Ndiposa tumesema kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Mwezi uliopita wanasiasa wengine pale wakasema wanaitisha maandamano ya kisiasa. Tukajaribu, ilikuwa Jumatano, tukasema wacha tujaribu tuone hawa watu kama wataandamana kwa amani warudi nyumbani. Mlijionea ile Jumatano, walienda wakaharibu expressway ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya na madeni ambayo tutalipa. Wakaenda wakafunga barabara, wakaenda wakadunga watu kwa visu, wakaiba mali ya watu, wakachoma gari za polisi, wakapiga polisi na mawe. Na ilipofika kama saa 7 tukaamua ya kwamba hiyo lazima tukomeshe, kwa sababu ilikuwa imebainika hakuna uwezekano ya kufanya yale mambo pasipo na maafa. And from that day, the government has decided that it will not allow again the destruction of the property of the people of Kenya. It will not allow citizens, whatever their grievances, to stone policemen who are on duty, to burn police vehicles,
end to attack government facilities. We had ugly incidents, some of them bordering on an attack on our sovereignty as a country. Wengine wanaenda wanavunja nyumba ya Deputy County Commissioner ofisi. Kuna uhusiano gani kati ya bei ya unga na ofisi ya DCC? Wengine walipatikana wakichoma bendera ya Kenya. Na it is not going to be possible again. Na wale watu ambao wanataka kufanya siasa yao lazima wakubali kufanya siasa ya amani. So nataka niwahakikishie wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya, never again will anybody threaten the peace, stability and tranquility of our country using any reason whatsoever. Na tumesikia sasa hao wanasiasa wameenda kuongea. Sisi kama walinda usalama hatuna shida, hiyo ni mambo ya demokrasia. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa. On one condition. Hiyo mazungumzo isipofaulu, kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. So the people of Nyeri, the people of Kenya, the country is safe. Tuko na changamoto lakini nchi yetu iko salama. Na haitawezekana tena mtu yoyote ati kuterrorize wananchi, instilling fear and terror on innocent people because they want to achieve political objectives. We must remove violence from the equation. Mahali wakati watu wanapanga siasa yao, wakuwe wabunge, wakuwe MCA, wakuwe governor, wakuwe senator, wakuwe rais, mtu apange kuuza sera na asiporidhika na matokeo afuate sheria na afuate taasisi, utaratibu ambao uko katika katiba wa kulalamika. Violence must not be part of the equation. So those politicians who are engaging in talks can continue. We have no role in it ourselves. We are security managers. In case, of course, we hope that they will agree. There's no problem in agreeing. But in the event that they don't agree, nobody should imagine that they can threaten and terrorize Kenyans again simply because what they were planning to achieve has not been realized. Hiyo kama tumeelewana. Hiyo ndio msimamo wa serikali ya William Ruto. So mimi nataka nikomee hapo, niseme nimeshukuru kwa hapa. Muendelee kuombea nchi yetu, muendelee kuombea rais, muendelee kuombea naibu wa rais. Na mimi nataka niseme ile kazi ambayo tumeanza hapa kwetu Central, kuna shida kubwa ya mambo ya madawa na pombe. Na mlisikia Mheshimiwa Rais aliniambia tufanye kazi na naibu wa rais ili tuhakikishe tumeshirikiana na hao wenzetu ambao wako katika Wizara ya Usalama kupigana na hiyo mambo ya mihadarati na pombe. Mpaka sasa tumefanya hatua kiasi, lakini bado kuna kazi ya kufanya. Nataka nipongeze Regional Commissioner wetu na ambaye ako hapa na timu yote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. I want to ask you to continue providing leadership and strategic guidance to the officers who are serving under you in this region. Na mimi lazima niwakumbushe mkiwa hapa mjue ya kwamba hii ni county ya Deputy President. So please make sure that he is helping the president to serve the whole country. So we should have as little problems as possible here, so that akikuja hapa anakuja tu weekend kutembea
na kuleta rais wakati anatembea hapa. So we hope that you continue doing the good work. Nimesikia ile mambo Mheshimiwa Mathengi amesema ya ile kazi ambayo imebaki ya kupigana na mihadarati na madawa. And I want to announce that the government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote. We are going to review all of them afresh because some of them are licensed. Of course, the ones that are operating without licenses, we have already shut them down. And if you know of any that are still operating, let us know. But there are some people selling illicit alcohol in licensed facilities. There are others also manufacturing illicit alcohol, but they are licensed. But what they are manufacturing is not what they are licensed to manufacture. So we are going to review all the licenses of second generation manufacturers, alcohol manufacturers, and we are going to ensure that every facility that is licensed manufactures or sells what it is licensed to manufacture or to sell. Nikimalizia ndio tufanye mchango. Mheshimiwa pia na wale viongozi wengine wamesema kuna shida hapa ya wizi wa kahawa. Na hiyo shida iko katika sehemu nyingi ambazo kahawa inakuzwa. And we have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people, where their wealth, their property, and their sweat is being stolen by unscrupulous people who wants to benefit and to reap where they have not sown. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Nikifika hapo niseme neno la leo limetujenga, limetusaidia, na kwa sababu tuko hapa kwa mchango, ningetaka tuchange ile pesa ambayo yote inahitajika kwa chini ya dakika 10. Na ili tumalize haraka, naomba wale wako na kamera muachane na kamera sasa. Tumemaliza ile story mlikuwa mnataka. Wacha tusaidie bishop na tusaidie kanisa ili tupate gari ya bishop ya kumsaidia katika huduma kwa watu wake. Nawashukuru sana. Nataka kuuliza chairperson ambaye alikuwa na asante, naomba tuketi. Asanteni sana. Asante Governor Kahiga na viongozi wote wa Nyeri, Bishop Wanjoi, clergy na washirika wa hili kanisa. Muriega rigi. Kaini mwega. Edeshio the. Mwathani agosho. Asante sana. Nimeshukuru kufika hapa siku ya leo. Lakini alikuwa amealika aliyekuwa siku hiyo naibu wa rais ambaye sasa ni rais wetu. Sisi tulikuwa tumekuja kumsindikisha. Na tukaombewa katika kanisa hii, na mmeona hiyo maombi inaendelea kufanya kazi. Asanteni sana. Ya pili yangu Bishop Kahiga na Bishop Wanjoi walikuwa wamesema tukutane hapa na au marafiki wetu wengine MPs kina Sabina ili tusaidie kanisa kwa hiyo mradi ambayo Governor Kahiga ameeleza. Lakini haikuwezekana last Sunday kwa sababu Mheshimiwa Rais alikuwa hapa. Mimi nataka nishukuru Bishop, nishukuru kanisa na nishukuru viongozi wa Nyeri County kwa kufanya heshima, kwa sababu wakati tulisikia Mheshimiwa Rais anakuja
tukakubaliana sisi zote tuahirishe hiyo function ambayo tulikuwa nayo kwa heshima ya mgeni wetu ambao tulikuwa naye ambaye ni rais wetu. It's a very good thing you did. Na it doesn't cost anything to respect authority. It costs nothing. Kwa hivyo nashukuru sana. Na umeona naye Mungu ametusaidia, ile tungefanya last Sunday sisi tutafanya leo. So badala ya kuwa na ibada hapa na Mheshimiwa Rais naye yako pale, mlifanya kitu kizuri na washukuru sana. Mimi niko hapa kwa sababu kama nilivyosema nimealikwa, na kama Daudi nataka niseme katika Zaburi 122 mstari wa kwanza, wakati nilialikwa na Bishop through the governor, nilifurahi kwa sababu hiyo Psalms 122 inasema nilifurahi pamoja na wale waliniambia njoo twende nyumba ya Bwana. I was glad when they said unto me, come, let us go to the house of the Lord. Vile vile niko hapa kwa sababu Biblia vile vile inasema katika Zaburi 84 mstari wa 10 ya kwamba siku moja katika nyumba ya Mungu ni bora kuliko siku 1000 mahali pengine. So I'm happy that I'm here, even if not for a full day, even the few hours that we are here, I know it's more beneficial to me as a person, as a believer, than spending 1,000 days elsewhere. Unajua, nashukuru Mungu ametupatia nafasi hii kwa sababu sisi ambao tunasaidia rais wetu na deputy president katika mambo ya usalama wa nchi, na wenzangu wengine wako hapa, kazi yetu ni ngumu kidogo, na nilisikia Bishop akitaja hata kulala ni shida. Ukilala hata masaa mawili ni shida. It's very difficult sababu changamoto ni nyingi, na hujui wale watu waovu watapanga uovu wao siku gani na saa gani. Lakini Mungu ametusaidia, tunajaribu. Na tumejaribu kwa sababu vile vile hata kama tunasaidia katika mambo ya usalama, mwenye kuleta usalama kamili na usalama wa milele sio waziri, sio OCS, sio hata rais wetu. Ni Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. He is in charge of our security. Na wakati huu nimekuwa katika nafasi hii, nimepata nguvu sana kutokana na maneno lililo katika Zaburi 127 mstari wa kwanza sehemu ya pili, ambayo inasema ya kwamba isipokuwa Mungu alinde mji, wale walinzi wanapoteza usingizi bure. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stay up awake in vain. Kwa hivyo sisi hata kama tunajaribu kusukumana na hii mambo ya usalama, tunajua nchi yetu iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu na hakuna mambo mabaya yataharibika, because our God is in charge. Kazi yetu ni kujaribu vile tuwezavyo, using our human effort to ensure we have a peaceful country. Hata mimi sitakuwa na mambo mengi, nataka tulitaje mambo mawili. Ya kwanza, unajua hii Nyeri, sehemu hii, mimi mahali nilizaliwa ipande ile ingine ya mlima huu, mlima Kenya, ambao uko tu hapa. Na hapa hii Nyeri
ni kaunti ambayo ilitupatia rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Mwai Kibaki. Mzee Mwai Kibaki alikuwa na marafiki wengi wa kisiasa upande wa Meru. Hata wakati alikuwa anasimama na kulikuwa na candidates wengine kutoka hii Central area, watu wa Meru walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Kweli si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hata wakati kulikuwa na other candidates, watu wa sehemu ile walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Sijui hiyo urafiki ilikuwa imetoka wapi. Na alikuwa na watu wengi ambao vile vile wakati aliingia kwa serikali walifanya nao kazi, kiwemo Mzee Mudhaura, Mzee Kiraitu, Mzee Mwiraria na watu wengi wa sehemu ile. Na mimi nikiwa hapa, ile jambo nataka kusema ni kwamba utawala wa Mheshimiwa Rais mstaafu marehemu Mwai Kibaki ndio utawala ambao ulituonyesha ya kwamba nchi yetu iko na uwezo wa kuwa na uchumi ambao umeimarika na vile vile kujitegemea kiuchumi na kuachana na tabia ya kuombaomba pesa kutoka kwa nchi zingine. Nataka nirudie kwa Kiingereza. The third president of Kenya, President Kibaki, in his 10 years of leadership, was able to demonstrate to all of us as a country that Kenya has enough resources and Kenya has the ability to raise enough revenue from its people for purposes of developing our country without depending on borrowing from the taxes and the savings of other people. Na kama kuna heshima Mheshimiwa marehemu Kibaki ameacha katika historia ya nchi yetu, ni kutufunza kujitegemea kama taifa. And I think it's a biblical principle. There is no honor, there is no pride in begging. Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nimeangalia yale mambo Mzee Kibaki alifanya, na vile vile nimeangalia utaratibu au mpango ambao Mheshimiwa Rais wa 5 Mheshimiwa William Ruto ako nao katika mambo ya taifa letu la Kenya. Na yeye mwenyewe amesema yeye ni mwanafunzi katika mambo ya uongozi wa Mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo mimi niko na hakika ya kwamba katika utawala huu wa Mheshimiwa William Ruto na msaidizi wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nchi yetu itapata kupata rasilimali za kutosha za kuendesha nchi yetu, na mambo ya kukopa madeni mengi ambayo yataumiza vizazi vijavyo, hiyo mambo itasimama. Na katika ile masauti mingi ambayo Bishop ametusaidia kusimamisha, mimi ningesihi tuongeze ile sauti ambayo ni sauti ya kutuambia kama Wakenya ati siku zote lazima tuwe tunakopa pesa ya wazungu na wa Chinese na watu wengine ambao wamejenga mataifa yao kupitia jasho ya watu wao. I believe this country can raise enough revenue to sustain the country's economic programs. And that is where President Ruto and his administration would like to take this country, to return it where former President Mwai Kibaki left it. Na ikiwa hapo niseme kunakuwa na mijadala mambo ya kodi, na kama kuna mwanzilishi wa ushuru na kodi ni Mzee Kibaki, na hapo ndio Mheshimiwa William Ruto amekanyanga katika hizo nyayo
we must have enough revenue to develop our country and stop begging from the taxes of other countries. Na jambo la pili, kuna yale mambo yameongewa hapa ya siasa. Na unajua sisi katika masuala ya usalama hatuhusiki na mambo ya siasa, kwa sababu siasa iko na wale watu ambao wamechaguliwa kufanya mambo ya siasa. Ndio umeona huyo seneta wa Matinga anaongea Kiswahili, alafu anaongea Kikuyu, anaongea Kiswahili, alafu anajaribu he's trying to see kama kuna kitu anaweza sema ndio nisisikie, lakini nimesikia kila kitu umesema. Na kwa sababu ni mambo ya kisiasa ni sawa, bora tusifanye mambo ambayo ni kinyume na sheria. Niseme ya kwamba tumekuwa na changamoto sisi kama wasimamizi wa usalama wa nchi kwa wanasiasa ambao kwa muda mrefu wametumia mambo ya siasa kuharibu udhabiti na usalama wa taifa letu. Na hakuna jambo ambalo halina mwisho. Ndiposa mmesikia Mheshimiwa Rais ameshatuamrisha sisi ambao ni watu ya masuala ya usalama, sisi hatuingilii mambo ya siasa. Sisi tunalinda usalama wa nchi. Hao wenzangu ambao wako hapa tumezungumza, tumekubaliana mambo ya siasa tuachie watu ya siasa. Sisi tusimame na uthabiti na usalama wa nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais ametuamrisha tusitumie vyombo vya kiusalama na silaha na nguvu ambayo tuko nayo ya usalama wa taifa kuumiza wananchi wasio na hatia ama kukandamiza watu kwa njia za kisiasa. Ili hali vile vile tukiwa hapo, kazi yetu ni lazima tukabiliane na wale watu wote ambao wanasorotesha usalama wa nchi hata wakiwa katika siasa. Kama vile tumehubiriwa hapa, kila baada ya uchaguzi kuna watu wamekataa ya kwamba nchi yetu iko na katiba na iko na sheria na iko na utaratibu wa kisheria kwa wale watu ambao hawajaridhika na matokeo ya kisiasa. Na utaratibu ni kwamba kama wewe umesimama kama MCA ama mbunge ama rais na labda haujaridhika na yale matangazo yamefanywa, unaenda kotini, koti inaamua. Kwa hivyo taasisi za kuamua mambo ya siasa ziko katika katiba. Kuna watu ambao kwa miaka mingi wameturudisha nyuma, wamepatia Kenya aibu, kwa sababu wakishindwa, badala ya kutumia taratibu za kisheria, wameumiza wananchi, wameleta maafa, wameleta vifo, wameharibu biashara na wamesumbua taifa hili kwa miaka mingi. Ndiposa tumesema kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote, wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Mwezi uliopita wanasiasa wengine pale wakasema wanaitisha
maandamano ya kisiasa. Tukajaribu, ilikuwa Jumatano, tukasema wacha tujaribu tuone hawa watu kama wataandamana kwa amani warudi nyumbani. Mlilijionea ile Jumatano, walienda wakaribu expressway ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya na madeni ambayo tutalipa. Wakaenda wakafunga barabara, wakaenda wakadunga watu kwa visu, wakaiba mali ya watu, wakachoma gari za polisi, wakapiga polisi na mawe. Na ilipofika kama saa 7 tukaamua ya kwamba hiyo lazima tukomeshe, kwa sababu ilikuwa imebainika hakuna uwezekano ya kufanya yale mambo pasipo na maafa. And from that day the government has decided that it will not allow again the destruction of the property of the people of Kenya. It will not allow citizens, whatever their grievances, to stone policemen who are on duty, to burn police vehicles, and to attack government facilities. We had ugly incidents, some of them bordering on an attack on our sovereignty as a country. Wengine wanaenda wanavunja nyumba ya Deputy County Commissioner ofisi. Kuna uhusiano gani kati ya bei ya unga na ofisi ya DCC? Wengine walipatikana wakichoma bendera ya Kenya. Na it is not going to be possible again. Na wale watu ambao wanataka kufanya siasa yao lazima wakubali kufanya siasa ya amani. So nataka niwahakikishie wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya, never again will anybody threaten the peace, stability and tranquility of our country using any reason whatsoever. Na tumesikia sasa hao wanasiasa wameenda kuongea. Sisi kama walinda usalama hatuna shida, hiyo ni mambo ya demokrasia. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa, on one condition: hiyo mazungumzo isipofaulu, kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. So the people of Nyeri, the people of Kenya, the country is safe. Tuko na changamoto lakini nchi yetu iko salama. Na haitawezekana tena mtu yeyote ati kuterrorize wananchi, instilling fear and terror on innocent people because they want to achieve political objectives. We must remove violence from the equation. Mahali wakati watu wanapanga siasa yao, wakuwe wabunge, wakuwe MCA, wakuwe governor, wakuwe senator, wakuwe rais, mtu apange kuuza sera, na asiporidhika na matokeo afuate sheria na afuate taasisi, utaratibu ambao uko katika katiba wa kulalamika. Violence must not be part of the equation. So those politicians who are engaging in talks can continue. We have no role in it ourselves. We are security managers. In case, of course, we hope that they will agree. There's no problem in agreeing. But in the event that they don't agree, nobody should imagine that they can threaten and terrorize Kenyans again simply because what they were planning to achieve has not been realized. Hiyo kama tumeelewana. Hiyo ndio msimamo wa serikali ya William Ruto.
So mimi nataka nikomee hapo, niseme nimeshukuru kuwa hapa. Muendelee kuombea nchi yetu, muendelee kuombea rais, muendelee kuombea naibu wa rais. Na mimi nataka niseme ile kazi ambayo tumeanza hapa kwetu Central, kuna shida kubwa ya mambo ya madawa na pombe. Na mlisikia Mheshimiwa Rais aliniambia tufanye kazi na naibu wa rais ili tuhakikishe tumeshirikiana na hao wenzetu ambao wako katika Wizara ya Usalama kupigana na hiyo mambo ya mihadarati na pombe. Mpaka sasa tumefanya hatua kiasi, lakini bado kuna kazi ya kufanya. Nataka nipongeze Regional Commissioner wetu na ambaye ako hapa na timu yote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. I want to ask you to continue providing leadership and strategic guidance to the officers who are serving under you in this region. Na mimi lazima niwakumbushe mkiwa hapa mjue ya kwamba hii ni county ya Deputy President. So please make sure that he is helping the president to serve the whole country. So we should have as little problems as possible here, so that akija hapa anakuja tu weekend kutembea na kuleta rais wakati anatembea hapa. So we hope that you continue doing the good work. Nimesikia ile mambo Mheshimiwa Madhengi amesema ya ile kazi ambayo imebaki ya kupigana na mihadarati na madawa. And I want to announce that the government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote. We are going to review all of them afresh because some of them are licensed. Of course, the ones that are operating without licenses, we have already shut them down. And if you know of any that are still operating, let us know. But there are some people selling illicit alcohol in licensed facilities. There are others also manufacturing illicit alcohol, but they are licensed. But what they are manufacturing is not what they are licensed to manufacture. So we are going to review all the licenses of second generation manufacturers, alcohol manufacturers, and we are going to ensure that every facility that is licensed manufactures or sells what it is licensed to manufacture or to sell. Nikimalizia ndio tufanye mchango. Mheshimiwa pia na wale viongozi wengine wamesema kuna shida hapa ya wizi wa kahawa. Na hiyo shida iko katika sehemu nyingi ambazo kahawa inakuzwa. And we have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people, where their wealth, their property, and their sweat is being stolen by unscrupulous people who wants to benefit and to reap where they have not sown. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Nikifika hapo niseme neno la leo limetujenga, limetusaidia, na kwa sababu tuko hapa kwa mchango, ningetaka tuchange ile pesa ambayo yote inahitajika kwa chini ya dakika 10. Na ili tumalize haraka, naomba wale wako na kamera muachane na kamera sasa. Tumemaliza ile story mlikuwa mnataka. Wacha tusaidie bishop na tusaidie kanisa ili tupate gari ya bishop ya kumsaidia katika huduma kwa watu wake. Nawashukuru sana. Nataka kuuliza chairperson ambaye alikuwa na asante, naomba tuketi. Asanteni sana. Asante Governor Kahiga na viongozi wote wa Nyeri, Bishop Wanjoi, clergy na washirika wa hili kanisa. Muriega rigi.
Kaine mwega. Edeshio the. Mwadhani agosho. Asante sana. Nimeshukuru kufika hapa siku ya leo. Lakini alikuwa amealika aliyekuwa siku hiyo naibu wa rais ambaye sasa ni rais wetu. Sisi tulikuwa tumekuja kumsindikisha. Na tukaombewa katika kanisa hii na mmeona hiyo maombi inaendelea kufanya kazi. Asanteni sana. Ya pili yangu Bishop Kahiga na Bishop Wanjoy walikuwa wamesema tukutane hapa na au marafiki wetu wengine MPs kina Sabina ili tusaidie kanisa kwa hiyo mradi ambayo Governor Kahiga ameeleza, lakini haikuwezekana last Sunday kwa sababu Mheshimiwa Rais alikuwa hapa. Mimi nataka nishukuru Bishop, nishukuru kanisa na nishukuru viongozi wa Nyeri County kwa kufanya heshima, kwa sababu wakati tulisikia Mheshimiwa Rais anakuja tukakubaliana sisi zote tuahirishe hiyo function ambayo tulikuwa nayo kwa heshima ya mgeni wetu ambao tulikuwa naye ambaye ni rais wetu. It's a very good thing you did. Now it doesn't cost anything to respect authority. It costs nothing. Kwa hivyo nashukuru sana. Na umeona naye Mungu ametusaidia, ile tungefanya last Sunday sisi tutafanya leo. So badala ya kuwa na ibada hapa na Mheshimiwa Rais naye yako pale, mlifanya kitu kizuri na washukuru sana. Mimi niko hapa kwa sababu kama nilivyosema nimealikwa, na kama Daudi nataka niseme katika Zaburi 122 mstari wa kwanza, wakati nilialikwa na Bishop through the governor nilifurahi kwa sababu hiyo Psalms 122 inasema nilifurahi pamoja na wale waliniambia njoo twende nyumba ya Bwana. I was glad when they said unto me, come, let us go to the house of the Lord. Vile vile niko hapa kwa sababu Biblia vile vile inasema katika Zaburi 84 mstari wa 10 ya kwamba siku moja katika nyumba ya Mungu ni bora kuliko siku 1000 mahali pengine. So I'm happy that I'm here, even if not for a full day, even the few hours that we are here, I know it's more beneficial to me as a person, as a believer, than spending 1,000 days elsewhere. Unajua, nashukuru Mungu ametupatia nafasi hii kwa sababu sisi ambao tunasaidia rais wetu na deputy president katika mambo ya usalama wa nchi, na wenzangu wengine wako hapa, kazi yetu ni ngumu kidogo, na nilisikia Bishop akitaja hata kulala ni shida. Ukilala hata masaa mawili ni shida. It's very difficult sababu changamoto ni nyingi na hujui wale watu waovu watapanga uovu wao siku gani na saa gani. Lakini Mungu ametusaidia, tunajaribu. Na tumejaribu kwa sababu vile vile hata kama tunasaidia katika mambo ya usalama, mwenye kuleta usalama kamili na usalama wa milele sio waziri, sio OCS, sio hata rais wetu. Ni Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. He is in charge of our security. Na wakati huu nimekuwa katika nafasi hii, nimepata nguvu sana kutokana na maneno lililo katika Zaburi
127 mstari wa kwanza sehemu ya pili, ambayo inasema ya kwamba isipokuwa Mungu alinde mji, wale walinzi wanapoteza usingizi bure. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stay up awake in vain. Kwa hivyo sisi hata kama tunajaribu kusukumana na hii mambo ya usalama, tunajua nchi yetu iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu na hakuna mambo mabaya yataharibika, because our God is in charge. Kazi yetu ni kujaribu vile tuwezavyo, using our human effort to ensure we have a peaceful country. Hata mimi sitakuwa na mambo mengi, nataka tunitaje mambo mawili. Ya kwanza, unajua hii Nyeri, sehemu hii, mimi mahali nilizaliwa ipande ile ingine ya mlima huu, mlima Kenya, ambao uko tu hapa. Na hapa hii Nyeri ni kaunti ambayo ilitupatia rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Mwai Kibaki. Mzee Mwai Kibaki alikuwa na marafiki wengi wa kisiasa upande wa Meru. Hata wakati alikuwa anasimama na kulikuwa na candidates wengine kutoka hii Central area, watu wa Meru walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Kweli si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hata wakati kulikuwa na other candidates, watu wa sehemu ile walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Sijui hiyo urafiki ilikuwa imetoka wapi. Na alikuwa na watu wengi ambao vile vile wakati aliingia kwa serikali walifanya nao kazi, kiwemo Mzee Mudhaura, Mzee Kiraito, Mzee Mwiraria na watu wengi wa sehemu ile. Na mimi nikiwa hapa, ile jambo nataka kusema ni kwamba utawala wa Mheshimiwa Rais mstaafu marehemu Mwai Kibaki ndio utawala ambao ulituonyesha ya kwamba nchi yetu iko na uwezo wa kuwa na uchumi ambao umeimarika na vile vile kujitegemea kiuchumi na kuachana na tabia ya kuombaomba pesa kutoka kwa nchi zingine. Nataka nirudie kwa Kiingereza. The third president of Kenya, President Kibaki, in his 10 years of leadership, was able to demonstrate to all of us as a country that Kenya has enough resources and Kenya has the ability to raise enough revenue from its people for purposes of developing our country without depending on borrowing from the taxes and the savings of other people. Na kama kuna heshima Mheshimiwa marehemu Kibaki ameacha katika historia ya nchi yetu, ni kutufunza kujitegemea kama taifa. And I think it's a biblical principle. There is no honor, there is no pride in begging. Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nimeangalia yale mambo Mzee Kibaki alifanya, na vile vile nimeangalia utaratibu au mpango ambao Mheshimiwa Rais wa 5 Mheshimiwa William Ruto ako nao katika mambo ya taifa letu la Kenya. Na yeye mwenyewe amesema yeye ni mwanafunzi katika mambo ya uongozi wa Mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo mimi niko na hakika ya kwamba katika utawala huu wa Mheshimiwa William Ruto na msaidizi wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nchi yetu
itapata kupata rasilimali za kutosha za kuendesha nchi yetu, na mambo ya kukopa madeni mengi ambayo yataumiza vizazi vijavyo, hiyo mambo itasimama. Na katika ile masauti mingi ambayo Bishop ametusaidia kusimamisha, mimi ningesihi tuongeze ile sauti ambayo ni sauti ya kutuambia kama Wakenya ati siku zote lazima tuwe tunakopa pesa ya wazungu na wa Chinese na watu wengine ambao wamejenga mataifa yao kupitia jasho ya watu wao. I believe this country can raise enough revenue to sustain the country's economic programs. And that is where President Ruto and his administration would like to take this country, to return it where former President Mwai Kibaki left it. Na ikiwa hapo niseme kunakuwa na mijadala mambo ya kodi, na kama kuna mwanzilishi wa ushuru na kodi ni mzee Kibaki, na hapo ndio Mheshimiwa William Ruto amekanyanga katika hizo nyayo. We must have enough revenue to develop our country and stop begging from the taxes of other countries. Na jambo la pili, kuna yale mambo yameongewa hapa ya siasa. Na unajua sisi katika masuala ya usalama hatuhusiki na mambo ya siasa, kwa sababu siasa iko na wale watu ambao wamechaguliwa kufanya mambo ya siasa. Ndio umeona huyo seneta wa Matinga anaongea Kiswahili, alafu anaongea Kikuyu, anaongea Kiswahili, alafu anajaribu he's trying to see kama kuna kitu anaweza sema ndio nisisikie, lakini nimesikia kila kitu umesema. Na kwa sababu ni mambo ya kisiasa ni sawa, bora tusifanye mambo ambayo ni kinyume na sheria. Niseme ya kwamba tumekuwa na changamoto sisi kama wasimamizi wa usalama wa nchi kwa wanasiasa ambao kwa muda mrefu wametumia mambo ya siasa kuharibu udhabiti na usalama wa taifa letu, na hakuna jambo ambalo halina mwisho. Ndiposa mmesikia Mheshimiwa Rais ameshatuamrisha sisi ambao ni watu ya masuala ya usalama, sisi hatuingilii mambo ya siasa. Sisi tunalinda usalama wa nchi. Hao wenzangu ambao wako hapa tumezungumza, tumekubaliana mambo ya siasa tuachie watu ya siasa. Sisi tusimame na uthabiti na usalama wa nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais ametuamrisha tusitumie vyombo vya kiusalama na silaha na nguvu ambayo tuko nayo ya usalama wa taifa kuumiza wananchi wasio na hatia ama kukandamiza watu kwa njia za kisiasa. Ili hali vile vile tukiwa hapo, kazi yetu ni lazima tukabiliane na wale watu wote ambao wanasorotesha usalama wa nchi hata wakiwa katika siasa. Kama vile tumehubiriwa hapa, kila baada ya uchaguzi kuna watu wamekataa ya kwamba nchi yetu iko na katiba na iko na sheria na iko na utaratibu wa kisheria kwa wale watu ambao hawajaridhika na matokeo ya kisiasa. Na utaratibu ni kwamba kama wewe umesimama kama MCA ama mbunge ama rais na labda haujaridhika na yale matangazo yamefanywa, unaenda kotini, koti inaamua.
Kwa hivyo taasisi za kuamua mambo ya siasa ziko katika katiba. Kuna watu ambao kwa miaka mingi wameturudisha nyuma, wamepatia Kenya aibu, kwa sababu wakishindwa, badala ya kutumia taratibu za kisheria, wameumiza wananchi, wameleta maafa, wameleta vifo, wameharibu biashara na wamesumbua taifa hili kwa miaka mingi. Ndiposa tumesema, kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote, wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Mwezi uliopita wanasiasa wengine pale wakasema wanaitisha maandamano ya kisiasa. Tukajaribu, ilikuwa Jumatano, tukasema wacha tujaribu tuone hawa watu kama wataandamana kwa amani warudi nyumbani. Mlilijionea ile Jumatano, walienda wakaharibu expressway ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya na madeni ambayo tutalipa. Wakaenda wakafunga barabara, wakaenda wakadunga watu kwa visu, wakaiba mali ya watu, wakachoma gari za polisi, wakapiga polisi na mawe. Na ilipofika kama saa 7, tukaamua ya kwamba hiyo lazima tukomeshe, kwa sababu ilikuwa imebainika hakuna uwezekano ya kufanya yale mambo pasipo na maafa. And from that day, the government has decided that it will not allow again the destruction of the property of the people of Kenya. It will not allow citizens, whatever their grievances, to stone policemen who are on duty, to burn police vehicles, and to attack government facilities. We had ugly incidents, some of them bordering on an attack on our sovereignty as a country. Wengine wanaenda wanavunja nyumba ya Deputy County Commissioner ofisi. Kuna uhusiano gani kati ya bei ya unga na ofisi ya DCC? Wengine walipatikana wakichoma bendera ya Kenya. Na it is not going to be possible again. Na wale watu ambao wanataka kufanya siasa yao lazima wakubali kufanya siasa ya amani. So nataka niwahakikishie wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya, never again will anybody threaten the peace, stability and tranquility of our country using any reason whatsoever. Na tumesikia sasa hao wanasiasa wameenda kuongea. Sisi kama walinda usalama hatuna shida, hiyo ni mambo ya demokrasia. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa, on one condition: hiyo mazungumzo isipofaulu, kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. So the people of Nyeri, the people of Kenya, the country is safe. Tuko na changamoto lakini nchi yetu iko salama. Na haitawezekana tena mtu yeyote
ati kuterrorize wananchi, instilling fear and terror on innocent people because they want to achieve political objectives. We must remove violence from the equation. Mahali wakati watu wanapanga siasa yao, wakuwe wabunge, wakuwe MCA, wakuwe governor, wakuwe senator, wakuwe rais, mtu apange kuuza sera, na asiporidhika na matokeo afuate sheria na afuate taasisi, utaratibu ambao uko katika katiba wa kulalamika. Violence must not be part of the equation. So those politicians who are engaging in talks can continue. We have no role in it ourselves. We are security managers. In case, of course, we hope that they will agree. There's no problem in agreeing. But in the event that they don't agree, nobody should imagine that they can threaten and terrorize Kenyans again simply because what they were planning to achieve has not been realized. Sijui kama tumeelewana. Hiyo ndio msimamo wa serikali ya William Ruto. So mimi nataka nikomee hapo, niseme nimeshukuru kwa hapa. Muendelee kuombea nchi yetu, muendelee kuombea rais, muendelee kuombea naibu wa rais. Na mimi nataka niseme ile kazi ambayo tumeanza hapa kwetu Central, kuna shida kubwa ya mambo ya madawa na pombe. Na mlisikia Mheshimiwa Rais aliniambia tufanye kazi na naibu wa rais ili tuhakikishe tumeshirikiana na hao wenzetu ambao wako katika Wizara ya Usalama kupigana na hiyo mambo ya mihadarati na pombe. Mpaka sasa tumefanya hatua kiasi, lakini bado kuna kazi ya kufanya. Nataka nipongeze Regional Commissioner wetu na ambaye ako hapa na timu yote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. I want to ask you to continue providing leadership and strategic guidance to the officers who are serving under you in this region. Na mimi lazima niwakumbushe mkiwa hapa mjue ya kwamba hii ni county ya Deputy President. So please make sure that he is helping the president to serve the whole country. So we should have as little problems as possible here, so that akija hapa anakuja tu weekend kutembea na kuleta rais wakati anatembea hapa. So we hope that you continue doing the good work. Nimesikia ile mambo Mheshimiwa Madhengi amesema ya ile kazi ambayo imebaki ya kupigana na mihadarati na madawa. And I want to announce that the government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote. We are going to review all of them afresh because some of them are licensed. Of course, the ones that are operating without licenses, we have already shut them down. And if you know of any that are still operating, let us know. But there are some people selling illicit alcohol in licensed facilities. There are others also manufacturing illicit alcohol, but they are licensed. But what they are manufacturing is not what they are licensed to manufacture. So we are going to review all the licenses of second generation manufacturers, alcohol manufacturers, and we are going to ensure that every facility that is licensed manufactures or sells what it is licensed to manufacture or to sell. Nikimalizia ndio tufanye mchango. Mheshimiwa pia na wale viongozi wengine wamesema kuna shida hapa ya wizi wa kahawa. Na hiyo shida iko katika sehemu nyingi ambazo kahawa inakuzwa. And we have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure
that we stop this crime against our people, where their wealth, their property, and their sweat is being stolen by unscrupulous people who wants to benefit and to reap where they have not sown. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Nikifika hapo niseme neno la leo limetujenga, limetusaidia, na kwa sababu tuko hapa kwa mchango, ningetaka tuchange ile pesa ambayo yote inahitajika kwa chini ya dakika 10. Na ili tumalize haraka, naomba wale wako na kamera muachane na kamera sasa. Tumemaliza ile story mlikuwa mnataka. Wacha tusaidie bishop na tusaidie kanisa ili tupate gari ya bishop ya kumsaidia katika huduma kwa watu wake. Nawashukuru sana. Nataka kuuliza chairperson ambaye alikuwa na asante, naomba tuketi. Asanteni sana. Asante Governor Kahiga na viongozi wote wa Nyeri, Bishop Wanjoi, clergy na washirika wa hili kanisa. Muriega rigi Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Mwathani agocwo. Asante sana. Nimeshukuru kufika hapa siku ya leo. Lakini alikuwa amealika aliyekuwa siku hiyo naibu wa rais, ambaye sasa ni rais wetu. Sisi tulikuwa tumekuja kumsindikisha, na tukaombewa katika kanisa hii, na mmeona hiyo maombi inaendelea kufanya kazi. Asanteni sana. Ya pili yangu Bishop Kahiga na Bishop Wanjoi walikuwa wamesema tukutane hapa na au marafiki wetu wengine MPs kina Sabina, ili tusaidie kanisa kwa hiyo mradi ambayo Governor Kahiga ameeleza. Lakini haikuwezekana last Sunday kwa sababu Mheshimiwa Rais alikuwa hapa. Mimi nataka nishukuru Bishop, nishukuru kanisa, na nishukuru viongozi wa Nyeri County kwa kufanya heshima, kwa sababu wakati tulisikia Mheshimiwa Rais anakuja, tukakubaliana sisi zote tuahirishe hiyo function ambayo tulikuwa nayo kwa heshima ya mgeni wetu ambao tulikuwa naye, ambaye ni rais wetu. It's a very good thing you did. Now, it doesn't cost anything to respect authority. It costs nothing. Kwa hivyo nashukuru sana. Na umeona naye Mungu ametusaidia, ile tungefanya last Sunday sisi tutafanya leo. So badala ya kuwa na ibada hapa na Mheshimiwa Rais naye yako pale, mlifanya kitu kizuri na washukuru sana. Mimi niko hapa kwa sababu kama nilivyosema nimealikwa, na kama Daudi nataka niseme katika Zaburi 122 mstari wa kwanza, wakati nilialikwa na Bishop through the governor, nilifurahi kwa sababu hiyo Psalms 122 inasema nilifurahi pamoja na wale waliniambia njoo twende nyumba ya Bwana. I was glad when they said unto me, come, let us go to the house of the Lord. Vile vile niko hapa kwa sababu Biblia vile vile inasema katika Zaburi 84 mstari wa 10 ya kwamba siku moja katika nyumba ya Mungu ni bora kuliko siku 1000 mahali pengine. So I'm happy that I'm here, even if not for a full day, even the few hours that we are here, I know it's more beneficial to me as a person, as a believer, than spending 1,000 days
elsewhere. Unajua, nashukuru Mungu ametupatia nafasi hii, kwa sababu sisi ambao tunasaidia rais wetu na deputy president katika mambo ya usalama wa nchi, na nuna wenzangu wengine wako hapa, kazi yetu ni ngumu kidogo, na nilisikia bishop akitaja hata kulala ni shida. Ukilala hata masaa mawili ni shida. It's very difficult, sababu changamoto ni nyingi, na ujui wale watu waovu watapanga uovu wao siku gani na saa gani. Lakini Mungu ametusaidia, tunajaribu na tumejaribu, kwa sababu vile vile hata kama tunasaidia katika mambo ya usalama, mwenye kuleta usalama kamili na usalama wa milele sio waziri, sio OCS, sio hata rais wetu, ni Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. He is in charge of our security. Na wakati huu nimekuwa katika nafasi hii, nimepata nguvu sana kutokana na neno lililo katika Zaburi 127 mstari wa kwanza sehemu ya pili, ambayo inasema ya kwamba isipokuwa Mungu alinde mji, wale walinzi wanapoteza usingizi bure. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stay up awake in vain. Kwa hivyo sisi hata kama tunajaribu kusukumana na hii mambo ya usalama, tunajua nchi yetu iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na hakuna mambo mabaya yataharibika, because our God is in charge. Kazi yetu ni kujaribu vile tuwezavyo, using our human effort to ensure we have a peaceful country. Hata mimi sitakuwa na mambo mengi, nataka tulitaje mambo mawili. Ya kwanza, unajua hii Nyeri, sehemu hii, mimi mahali nilizaliwa ipande ile ingine ya mlima huu, mlima Kenya, ambao uko tu hapa. Na hapa hii Nyeri ni kaunti ambayo ilitupatia rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Mwai Kibaki. Mzee Mwai Kibaki alikuwa na marafiki wengi wa kisiasa upande wa Meru. Hata wakati alikuwa anasimama na kulikuwa na candidates wengine kutoka hii Central area, watu wa Meru walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Kweli si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hata wakati kulikuwa na other candidates, watu wa sehemu ile walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Sijui hiyo urafiki ilikuwa imetoka wapi. Na alikuwa na watu wengi ambao vile vile wakati aliingia kwa serikali walifanya nao kazi, kiwemo Mzee Mudhaura, Mzee Kiraito, Mzee Mwiraria na watu wengi wa sehemu ile. Na mimi nikiwa hapa, ile jambo nataka kusema ni kwamba utawala wa Mheshimiwa Rais mstaafu marehemu Mwai Kibaki ndio utawala ambao ulituonyesha ya kwamba nchi yetu iko na uwezo wa kuwa na uchumi ambao umeimarika, na vile vile kujitegemea kiuchumi na kuachana na tabia ya kuombaomba pesa kutoka kwa nchi zingine. Nataka nirudie kwa Kiingereza. The third president of Kenya, President Kibaki, in his 10 years of leadership, was able to demonstrate to all of us as a country that Kenya has enough resources and Kenya has the ability to raise enough revenue from its people
for purposes of developing our country without depending on borrowing from the taxes and the savings of other people. Na kama kuna heshima Mheshimiwa marehemu Kibaki ameacha katika historia ya nchi yetu, ni kutufunza kujitegemea kama taifa. And I think it's a biblical principle. There is no honor, there is no pride in begging. Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nimeangalia yale mambo mzee Kibaki alifanya, na vile vile nimeangalia utaratibu au mpango ambao Mheshimiwa Rais wa 5 Mheshimiwa William Ruto ako nao katika mambo ya taifa letu la Kenya. Na yeye mwenyewe amesema yeye ni mwanafunzi katika mambo ya uongozi wa mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo mimi niko na hakika ya kwamba katika utawala huu wa Mheshimiwa William Ruto na msaidizi wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nchi yetu kupata rasilimali za kutosha za kuendesha nchi yetu, na mambo ya kukopa madeni mengi ambayo yataumiza vizazi vijavyo, hiyo mambo itasimama. Na katika ile masauti mingi ambayo Bishop ametusaidia kusimamisha, mimi ningesihi tuongeze ile sauti ambayo ni sauti ya kutuambia kama Wakenya ati siku zote lazima tuwe tunakopa pesa ya wazungu na wa Chinese na watu wengine ambao wamejenga mataifa yao kupitia jasho ya watu wao. I believe this country can raise enough revenue to sustain the country's economic programs. And that is where President Ruto and his administration would like to take this country, to return it where former President Mwai Kibaki left it. Na ikiwa hapo niseme kunakuwa na mijadala mambo ya kodi, na kama kuna mwanzilishi wa ushuru na kodi ni mzee Kibaki, na hapo ndio Mheshimiwa William Ruto amekanyanga katika hizo nyayo. We must have enough revenue to develop our country and stop begging from the taxes of other countries. Na jambo la pili, kuna yale mambo yameongewa hapa ya siasa. Na unajua sisi katika masuala ya usalama hatuhusiki na mambo ya siasa, kwa sababu siasa iko na wale watu ambao wamechaguliwa kufanya mambo ya siasa. Ndio umeona huyo senator wa Matinga anaongea Kiswahili, alafu anaongea Kikuyu, anaongea Kiswahili, alafu anajaribu he's trying to see kama kuna kitu anaweza sema ndio nisisikie, lakini nimesikia kila kitu mmesema. Na kwa sababu ni mambo ya kisiasa ni sawa, bora tusifanye mambo ambayo ni kinyume na sheria. Niseme ya kwamba tumekuwa na changamoto sisi kama wasimamizi wa usalama wa nchi kwa wanasiasa ambao kwa muda mrefu wametumia mambo ya siasa kuharibu udhabiti na usalama wa taifa letu, na hakuna jambo ambalo halina mwisho. Ndiposa mmesikia Mheshimiwa Rais ameshatuamrisha sisi ambao ni watu ya masuala ya usalama, sisi hatuingilii mambo ya siasa. Sisi tunalinda usalama wa nchi. Hao wenzangu ambao wako hapa
tumezungumza, tumekubaliana. Mambo ya siasa tuachie watu ya siasa. Sisi tusimame na uthabiti na usalama wa nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais ametuamrisha tusitumie vyombo vya kiusalama na silaha na nguvu ambayo tuko nayo ya usalama wa taifa kuumiza wananchi wasio na hatia ama kukandamiza watu kwa njia za kisiasa. Ili hali vile vile tukiwa hapo, kazi yetu ni lazima tukabiliane na wale watu wote ambao wanasorotesha usalama wa nchi hata wakiwa katika siasa. Kama vile tumehubiriwa hapa, kila baada ya uchaguzi kuna watu wamekataa ya kwamba nchi yetu iko na katiba na iko na sheria na iko na utaratibu wa kisheria kwa wale watu ambao hawajaridhika na matokeo ya kisiasa. Na utaratibu ni kwamba kama wewe umesimama kama MCA ama mbunge ama rais na labda haujaridhika na yale matangazo yamefanywa, unaenda kotini, koti inaamua. Kwa hivyo taasisi za kuamua mambo ya siasa ziko katika katiba. Kuna watu ambao kwa miaka mingi wameturudisha nyuma, wamepatia Kenya aibu kwa sababu wakishindwa, badala ya kutumia taratibu za kisheria, wameumiza wananchi, wameleta maafa, wameleta vifo, wameharibu biashara na wamesumbua taifa hili kwa miaka mingi. Ndiposa tumesema kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawe upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Mwezi uliopita wanasiasa wengine pale wakasema wanaitisha maandamano ya kisiasa. Tukajaribu, ilikuwa Jumatano, tukasema wacha tujaribu tuone hawa watu kama wataandamana kwa amani warudi nyumbani. Mlijionea ile Jumatano, walienda wakaharibu expressway ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya na madeni ambayo tutalipa. Wakaenda wakafunga barabara, wakaenda wakadunga watu kwa visu, wakaiba mali ya watu, wakachoma gari za polisi, wakapiga polisi na mawe. Na ilipofika kama saa 7 tukaamua ya kwamba hiyo lazima tukomeshe, kwa sababu ilikuwa imebainika hakuna uwezekano ya kufanya yale mambo pasipo na maafa. And from that day, the government has decided that it will not allow again the destruction of the property of the people of Kenya. It will not allow citizens, whatever their grievances, to stone policemen who are on duty, to burn police vehicles, and to attack government facilities. We had ugly incidents, some of them bordering on an attack on our sovereignty as a country. Wengine wanaenda wanavunja nyumba ya Deputy County Commissioner ofisi. Kuna uhusiano gani kati ya bei ya unga na ofisi ya DCC?
Wengine walipatikana wakichoma bendera ya Kenya. Na it is not going to be possible again. Na wale watu ambao wanataka kufanya siasa yao lazima wakubali kufanya siasa ya amani. So nataka niwahakikishie wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya, never again will anybody threaten the peace, stability and tranquility of our country using any reason whatsoever. Na tumesikia sasa hao wanasiasa wameenda kuongea. Sisi kama walinda usalama hatuna shida, hiyo ni mambo ya demokrasia. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa. On one condition. Hiyo mazungumzo isipofaulu, kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. So the people of Nyeri, the people of Kenya, the country is safe. Tuko na changamoto lakini nchi yetu iko salama. Na haitawezekana tena mtu yoyote ati kuterrorize wananchi, instilling fear and terror on innocent people because they want to achieve political objectives. We must remove violence from the equation. Mahali wakati watu wanapanga siasa yao, wakuwe wabunge, wakuwe MCA, wakuwe governor, wakuwe senator, wakuwe rais, mtu apange kuuza sera na asiporidhika na matokeo afuate sheria na afuate taasisi, utaratibu ambao uko katika katiba wa kulalamika. Violence must not be part of the equation. So those politicians who are engaging in talks can continue. We have no role in it ourselves. We are security managers. In case, of course, we hope that they will agree. There's no problem in agreeing. But in the event that they don't agree, nobody should imagine that they can threaten and terrorize Kenyans again simply because what they were planning to achieve has not been realized. Hiyo kama tumeelewana. Hiyo ndio msimamo wa serikali ya William Ruto. So mimi nataka nikomee hapo, niseme nimeshukuru kwa hapa. Muendelee kuombea nchi yetu, muendelee kuombea rais, muendelee kuombea naibu wa rais. Na mimi nataka niseme ile kazi ambayo tumeanza hapa kwetu Central, kuna shida kubwa ya mambo ya madawa na pombe. Na mlisikia Mheshimiwa Rais aliniambia tufanye kazi na naibu wa rais ili tuhakikishe tumeshirikiana na hao wenzetu ambao wako katika Wizara ya Usalama kupigana na hiyo mambo ya mihadarati na pombe. Mpaka sasa tumefanya hatua kiasi, lakini bado kuna kazi ya kufanya. Nataka nipongeze Regional Commissioner wetu na ambaye ako hapa na timu yote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. I want to ask you to continue providing leadership and strategic guidance to the officers who are serving under you in this region. Na mimi lazima niwakumbushe mkiwa hapa mjue ya kwamba hii ni county ya Deputy President. So please make sure that he is helping the president to serve the whole country. So we should have as little problems as possible here, so that akikuja hapa anakuja tu weekend kutembea na kuleta rais wakati anatembea hapa. So we hope that you continue doing the good work. Nimesikia ile mambo Mheshimiwa Madhengi amesema ya ile kazi ambayo imebaki ya kupigana na mihadarati na madawa. And I want to announce that the government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote.
We are going to review all of them afresh because some of them are licensed. Of course, the ones that are operating without licenses, we have already shut them down. And if you know of any that are still operating, let us know. But there are some people selling illicit alcohol in licensed facilities. There are others also manufacturing illicit alcohol, but they are licensed. But what they are manufacturing is not what they are licensed to manufacture. So we are going to review all the licenses of second generation manufacturers, alcohol manufacturers, and we are going to ensure that every facility that is licensed manufactures or sells what it is licensed to manufacture or to sell. Nikimalizia ndio tufanye mchango. Mheshimiwa pia na wale viongozi wengine wamesema kuna shida hapa ya wizi wa kahawa. Na hiyo shida iko katika sehemu nyingi ambazo kahawa inakuzwa. And we have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people, where their wealth, their property, and their sweat is being stolen by unscrupulous people who wants to benefit and to reap where they have not sown. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Nikifika hapo niseme neno la leo limetujenga, limetusaidia, na kwa sababu tuko hapa kwa mchango, ningetaka tuchange ile pesa ambayo yote inahitajika kwa chini ya dakika 10. Na ili tumalize haraka, naomba wale wako na kamera muachane na kamera sasa. Tumemaliza ile story mlikuwa mnataka. Wacha tusaidie bishop na tusaidie kanisa ili tupate gari ya bishop ya kumsaidia katika huduma kwa watu wake. Nawashukuru sana. Nataka kuuliza chairperson ambaye alikuwa na asante, naomba tuketi. Asanteni sana. Asante Governor Kahiga na viongozi wote wa Nyeri, Bishop Wanjoi, clergy na washirika wa hili kanisa. Muriega rigi Ngai mwega hĩndĩ ciothe. Mwathani agocwo. Asante sana. Nimeshukuru kufika hapa siku ya leo. Lakini alikuwa amealika aliyekuwa siku hiyo naibu wa rais ambaye sasa ni rais wetu. Sisi tulikuwa tumekuja kumsindikisha. Tukaombewa katika kanisa hii na mmeona hiyo maombi inaendelea kufanya kazi. Asanteni sana. Ya pili yangu Bishop Kahiga na Bishop Wanjoi walikuwa wamesema tukutane hapa na au marafiki wetu wengine MPs kina Sabina ili tusaidie kanisa kwa hiyo mradi ambayo Governor Kahiga ameeleza. Lakini haikuwezekana last Sunday kwa sababu Mheshimiwa Rais alikuwa hapa. Mimi nataka nishukuru Bishop, nishukuru kanisa na nishukuru viongozi wa Nyeri County kwa kufanya heshima, kwa sababu wakati tulisikia Mheshimiwa Rais anakuja tukakubaliana sisi zote tuahirishe hiyo function ambayo tulikuwa nayo kwa heshima ya mgeni wetu ambao tulikuwa naye ambaye ni rais wetu. It's a very good thing you did. Now it doesn't cost anything to respect authority. It costs nothing. Kwa hivyo nashukuru sana. Na umeona naye Mungu
ametusaidia. Ile tungefanya last Sunday, sisi tutafanya leo. So badala ya kuwa na ibada hapa na Mheshimiwa Rais naye yako pale, mlifanya kitu kizuri na washukuru sana. Mimi niko hapa kwa sababu kama nilivyosema nimealikwa, na kama Daudi nataka niseme katika Zaburi 122 mstari wa kwanza, wakati nilialikwa na Bishop through the governor, nilifurahi kwa sababu hiyo Psalms 122 inasema nilifurahi pamoja na wale waliniambia njoo twende nyumba ya Bwana. I was glad when they said unto me, come, let us go to the house of the Lord. Vile vile niko hapa kwa sababu Biblia vile vile inasema katika Zaburi 84 mstari wa 10 ya kwamba siku moja katika nyumba ya Mungu ni bora kuliko siku 1000 mahali pengine. So I'm happy that I'm here, even if not for a full day, even the few hours that we are here, I know it's more beneficial to me as a person, as a believer, than spending 1,000 days elsewhere. Unajua, nashukuru Mungu ametupatia nafasi hii kwa sababu sisi ambao tunasaidia rais wetu na deputy president katika mambo ya usalama wa nchi, na wenzangu wengine wako hapa, kazi yetu ni ngumu kidogo, na nilisikia Bishop akitaja hata kulala ni shida. Ukilala hata masaa mawili ni shida. It's very difficult sababu changamoto ni nyingi, na ujui wale watu waovu watapanga uovu wao siku gani na saa gani. Lakini Mungu ametusaidia, tunajaribu na tumejaribu kwa sababu vile vile hata kama tunasaidia katika mambo ya usalama, mwenye kuleta usalama kamili na usalama wa milele sio waziri, sio OCS, sio hata rais wetu, ni Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi. He is in charge of our security. Na wakati huu nimekuwa katika nafasi hii, nimepata nguvu sana kutokana na neno lililo katika Zaburi 127 mstari wa kwanza sehemu ya pili, ambayo inasema ya kwamba isipokuwa Mungu alinde mji, wale walinzi wanapoteza usingizi bure. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stay up awake in vain. Kwa hivyo sisi hata kama tunajaribu kusukumana na hii mambo ya usalama, tunajua nchi yetu iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu na hakuna mambo mabaya yataharibika, because our God is in charge. Kazi yetu ni kujaribu vile tuwezavyo, using our human effort to ensure we have a peaceful country. Hata mimi sitakuwa na mambo mengi, nataka tulitaje mambo mawili. Ya kwanza, unajua hii Nyeri, sehemu hii, mimi mahali nilizaliwa ipande ile ingine ya mlima huu, mlima Kenya, ambao uko tu hapa. Na hapa hii Nyeri ni kaunti ambayo ilitupatia rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Mwai Kibaki. Mzee Mwai Kibaki alikuwa na marafiki wengi wa kisiasa upande wa Meru. Hata wakati alikuwa anasimama na kulikuwa na candidates wengine kutoka hii central area,
watu wa Meru walikuwa wanasimama na mzee Kibaki. Kweli si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hata wakati kulikuwa na other candidates, watu wa sehemu ile walikuwa wanasimama na mzee Kibaki. Sijui hiyo urafiki ilikuwa imetoka wapi. Na alikuwa na watu wengi ambao vile vile wakati aliingia kwa serikali walifanya nao kazi, kiwemo mzee Mudhaura, mzee Kiraito, mzee Mwiraria na watu wengi wa sehemu ile. Na mimi nikiwa hapa, ile jambo nataka kusema ni kwamba utawala wa Mheshimiwa Rais mstaafu marehemu Mwai Kibaki ndio utawala ambao ulituonyesha ya kwamba nchi yetu iko na uwezo wa kuwa na uchumi ambao umeimarika na vile vile kujitegemea kiuchumi na kuachana na tabia ya kuombaomba pesa kutoka kwa nchi zingine. Nataka nirudie kwa Kiingereza. The third president of Kenya, President Kibaki, in his 10 years of leadership, was able to demonstrate to all of us as a country that Kenya has enough resources and Kenya has the ability to raise enough revenue from its people for purposes of developing our country without depending on borrowing from the taxes and the savings of other people. Na kama kuna heshima Mheshimiwa marehemu Kibaki ameacha katika historia ya nchi yetu, ni kutufunza kujitegemea kama taifa. And I think it's a biblical principle. There is no honor, there is no pride in begging. Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nimeangalia yale mambo mzee Kibaki alifanya, na vile vile nimeangalia utaratibu au mpango ambayo Mheshimiwa Rais wa 5 Mheshimiwa William Ruto ako nao katika mambo ya taifa letu la Kenya. Na yeye mwenyewe amesema yeye ni mwanafunzi katika mambo ya uongozi wa mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo mimi niko na hakika ya kwamba katika utawala huu wa Mheshimiwa William Ruto na msaidizi wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nchi yetu kupata rasilimali za kutosha za kuendesha nchi yetu, na mambo ya kukopa madeni mengi ambayo yataumiza vizazi vijavyo, hiyo mambo itasimama. Na katika ile masauti mingi ambayo Bishop ametusaidia kusimamisha, mimi ningesihi tuongeze ile sauti ambayo ni sauti ya kutuambia kama Wakenya ati siku zote lazima tuwe tunakopa pesa ya wazungu na wa Chinese na watu wengine ambao wamejenga mataifa yao kupitia jasho ya watu wao. I believe this country can raise enough revenue to sustain the country's economic programs. And that is where President Ruto and his administration would like to take this country, to return it where former President Mwai Kibaki left it. Na ikiwa hapo niseme kunakuwa na mijadala mambo ya kodi, na kama kuna mwanzilishi wa ushuru na kodi ni mzee Kibaki, na hapo ndio Mheshimiwa William Ruto amekanyanga katika hizo nyayo. We must have enough revenue to develop our country and stop begging from the taxes of other countries. Na jambo la pili, kuna
yale mambo yameongewa hapa ya siasa. Na unajua sisi katika masuala ya usalama hatuhusiki na mambo ya siasa, kwa sababu siasa iko na wale watu ambao wamechaguliwa kufanya mambo ya siasa. Ndio umeona huyo seneta wa Matinga anaongea Kiswahili, alafu anaongea Kikuyu, anaongea Kiswahili, alafu anajaribu he's trying to see kama kuna kitu anaweza sema ndio nisisikie, lakini nimesikia kila kitu umesema. Na kwa sababu ni mambo ya kisiasa ni sawa, bora tusifanye mambo ambayo ni kinyume na sheria. Niseme ya kwamba tumekuwa na changamoto sisi kama wasimamizi wa usalama wa nchi kwa wanasiasa ambao kwa muda mrefu wametumia mambo ya siasa kuharibu udhabiti na usalama wa taifa letu, na hakuna jambo ambalo halina mwisho. Ndiposa mmesikia Mheshimiwa Rais ameshatuamrisha sisi ambao ni watu ya masuala ya usalama, sisi hatuingilii mambo ya siasa. Sisi tunalinda usalama wa nchi. Hao wenzangu ambao wako hapa tumezungumza, tumekubaliana mambo ya siasa tuachie watu ya siasa. Sisi tusimame na uthabiti na usalama wa nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais ametuamrisha tusitumie vyombo vya kiusalama na silaha na nguvu ambayo tuko nayo ya usalama wa taifa kuumiza wananchi wasio na hatia ama kukandamiza watu kwa njia za kisiasa. Ili hali vile vile tukiwa hapo, kazi yetu ni lazima tukabiliane na wale watu wote ambao wanasorotesha usalama wa nchi hata wakiwa katika siasa. Kama vile tumehubiriwa hapa, kila baada ya uchaguzi kuna watu wamekataa ya kwamba nchi yetu iko na katiba na iko na sheria na iko na utaratibu wa kisheria kwa wale watu ambao hawajaridhika na matokeo ya kisiasa. Na utaratibu ni kwamba kama wewe umesimama kama MCA ama mbunge ama rais na labda haujaridhika na yale matangazo yamefanywa, unaenda kotini, koti inaamua. Kwa hivyo taasisi za kuamua mambo ya siasa ziko katika katiba. Kuna watu ambao kwa miaka mingi wameturudisha nyuma, wamepatia Kenya aibu, kwa sababu wakishindwa, badala ya kutumia taratibu za kisheria, wameumiza wananchi, wameleta maafa, wameleta vifo, wameharibu biashara na wamesumbua taifa hili kwa miaka mingi. Ndiposa tumesema kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote, wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Mwezi uliopita wanasiasa wengine pale wakasema wanaitisha maandamano ya kisiasa. Tukajaribu, ilikuwa Jumatano, tukasema wacha tujaribu tuone hawa watu kama wataandamana kwa amani warudi nyumbani. Mlilijionea ile Jumatano, walienda wakaharibu expressway,
ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya na madeni ambayo tutalipa. Wakaenda wakafunga barabara, wakaenda wakadunga watu kwa visu, wakaiba mali ya watu, wakachoma gari za polisi, wakapiga polisi na mawe. Na ilipofika kama saa 7 tukaamua ya kwamba hiyo lazima tukomeshe, kwa sababu ilikuwa imebainika hakuna uwezekano ya kufanya yale mambo pasipo na maafa. And from that day, the government has decided that it will not allow again the destruction of the property of the people of Kenya. It will not allow citizens, whatever their grievances, to stone policemen who are on duty, to burn police vehicles, and to attack government facilities. We had ugly incidents, some of them bordering on an attack on our sovereignty as a country. Wengine wanaenda wanavunja nyumba ya Deputy County Commissioner ofisi. Kuna uhusiano gani kati ya bei ya unga na ofisi ya DCC? Wengine walipatikana wakichoma bendera ya Kenya. Na it is not going to be possible again. Na wale watu ambao wanataka kufanya siasa yao lazima wakubali kufanya siasa ya amani. So nataka niwahakikishie wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya, never again will anybody threaten the peace, stability and tranquility of our country using any reason whatsoever. Na tumesikia sasa hao wanasiasa wameenda kuongea. Sisi kama walinda usalama hatuna shida, hiyo ni mambo ya demokrasia. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa, on one condition: hiyo mazungumzo isipofaulu, kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. So the people of Nyeri, the people of Kenya, the country is safe. Tuko na changamoto lakini nchi yetu iko salama. Na haitawezekana tena mtu yoyote ati kuterrorize wananchi, instilling fear and terror on innocent people because they want to achieve political objectives. We must remove violence from the equation. Mahali wakati watu wanapanga siasa yao, wakuwe wabunge, wakuwe MCA, wakuwe governor, wakuwe senator, wakuwe rais, mtu apange kuuza sera, na asiporidhika na matokeo afuate sheria na afuate taasisi, utaratibu ambao uko katika katiba wa kulalamika. Violence must not be part of the equation. So those politicians who are engaging in talks can continue. We have no role in it ourselves. We are security managers. In case, of course, we hope that they will agree. There is no problem in agreeing. But in the event that they don't agree, nobody should imagine that they can threaten and terrorize Kenyans again simply because what they were planning to achieve has not been realized. Sijui kama tumeelewana. Hiyo ndio msimamo wa serikali ya William Ruto. So mimi nataka nikomee hapo, niseme nimeshukuru kwa hapa. Muendelee kuombea nchi yetu, muendelee kuombea rais, muendelee kuombea naibu wa rais. Na mimi nataka niseme ile kazi ambayo tumeanza hapa kwetu Central,
kuna shida kubwa ya mambo ya madawa na pombe, na mlisikia Mheshimiwa Rais aliniambia tufanye kazi na naibu wa rais ili tuhakikishe tumeshirikiana na hao wenzetu ambao wako katika Wizara ya Usalama kupigana na hiyo mambo ya mihadarati na pombe. Mpaka sasa tumefanya hatua kiasi, lakini bado kuna kazi ya kufanya. Nataka nipongeze Regional Commissioner wetu na ambaye ako hapa na timu yote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. I want to ask you to continue providing leadership and strategic guidance to the officers who are serving under you in this region. Na mimi lazima niwakumbushe mkiwa hapa mjue ya kwamba hii ni county ya Deputy President. So please make sure that you know, he is helping the president to serve the whole country. So we should have as little problems as possible here, so that akikuja hapa anakuja tu weekend kutembea na kuleta rais wakati anatembea hapa. So we hope that you continue doing the good work. Nimesikia ile mambo Mheshimiwa Madhengi amesema ya ile kazi ambayo imebaki ya kupigana na mihadarati na madawa. And I want to announce that the government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote. We are going to review all of them afresh because some of them are licensed. Of course, the ones that are operating without licenses, we have already shut them down. And if you know of any that are still operating, let us know. But there are some people selling illicit alcohol in licensed facilities. There are others also manufacturing illicit alcohol, but they are licensed. But what they are manufacturing is not what they are licensed to manufacture. So we are going to review all the licenses of second generation manufacturers, alcohol manufacturers, and we are going to ensure that every facility that is licensed manufactures or sells what it is licensed to manufacture or to sell. Nikimalizia ndio tufanye mchango. Mheshimiwa pia na wale viongozi wengine wamesema kuna shida hapa ya wizi wa kahawa. Na hiyo shida iko katika sehemu nyingi ambazo kahawa inakuzwa. And we have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people, where their wealth, their property, and their sweat is being stolen by unscrupulous people who wants to benefit and to reap where they have not sown. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Nikifika hapo niseme neno la leo limetujenga, limetusaidia, na kwa sababu tuko hapa kwa mchango, ningetaka tuchange ile pesa ambayo yote inahitajika kwa chini ya dakika 10. Na ili tumalize haraka, naomba wale wako na kamera muachane na kamera sasa. Tumemaliza ile story mlikuwa mnataka. Wacha tusaidie bishop na tusaidie kanisa ili tupate gari ya bishop ya kumsaidia katika huduma kwa watu wake. Nawashukuru sana. Nataka kuuliza chairperson ambaye alikuwa na asante, naomba tuketi. Asanteni sana. Asante Governor Kahiga na viongozi wote wa Nyeri, Bishop Wanjoi, clergy na washirika wa hili kanisa. Muriega rigi kaino mwega ende ciothe mwathani agocwo. Asante sana. Nimeshukuru kufika hapa siku ya leo.
lakini alikuwa amealika aliyekuwa siku hiyo naibu wa rais ambaye sasa ni rais wetu. Sisi tulikuwa tumekuja kumsindikisha na tukaombewa katika kanisa hii, na mmeona hiyo maombi inaendelea kufanya kazi. Asanteni sana. Ya pili yangu Bishop Kahiga na Bishop Wanjoy walikuwa wamesema tukutane hapa na au marafiki wetu wengine MPs kina Sabina ili tusaidie kanisa kwa hiyo mradi ambayo Governor Kahiga ameeleza, lakini haikuwezekana last Sunday kwa sababu Mheshimiwa Rais alikuwa hapa. Mimi nataka nishukuru Bishop, nishukuru kanisa na nishukuru viongozi wa Nyeri County kwa kufanya heshima, kwa sababu wakati tulisikia Mheshimiwa Rais anakuja tukakubaliana sisi zote tuahirishe hiyo function ambayo tulikuwa nayo kwa heshima ya mgeni wetu ambao tulikuwa naye ambaye ni rais wetu. It's a very good thing you did. Na it doesn't cost anything to respect authority. It costs nothing. Kwa hivyo nashukuru sana. Na umeona naye Mungu ametusaidia, ile tungefanya last Sunday sisi tutafanya leo. So badala ya kuwa na ibada hapa na Mheshimiwa Rais naye yako pale, mlifanya kitu kizuri na washukuru sana. Mimi niko hapa kwa sababu kama nilivyosema nimealikwa, na kama Daudi nataka niseme katika Zaburi 122 mstari wa kwanza, wakati nilialikwa na Bishop through the governor nilifurahi kwa sababu hiyo Psalms 122 inasema nilifurahi pamoja na wale waliniambia njoo twende nyumba ya Bwana. I was glad when they said unto me, come, let us go to the house of the Lord. Vile vile niko hapa kwa sababu Biblia vile vile inasema katika Zaburi 84 mstari wa 10 ya kwamba siku moja katika nyumba ya Mungu ni bora kuliko siku 1000 mahali pengine. So I'm happy that I'm here, even if not for a full day, even the few hours that we are here, I know it's more beneficial to me as a person, as a believer, than spending 1,000 days elsewhere. Unajua, nashukuru Mungu ametupatia nafasi hii kwa sababu sisi ambao tunasaidia rais wetu na deputy president katika mambo ya usalama wa nchi, na wenzangu wengine wako hapa, kazi yetu ni ngumu kidogo, na nilisikia Bishop akitaja hata kulala ni shida. Ukilala hata masaa mawili ni shida. It's very difficult sababu changamoto ni nyingi, na hujui wale watu waovu watapanga uovu wao siku gani na saa gani. Lakini Mungu ametusaidia, tunajaribu na tumejaribu, kwa sababu vile vile hata kama tunasaidia katika mambo ya usalama, mwenye kuleta usalama kamili na usalama wa milele sio waziri, sio OCS, sio hata rais wetu, ni Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. He is in charge of our security. Na wakati huu nimekuwa katika nafasi hii, nimepata nguvu sana kutokana na maneno lililo katika Zaburi 127 mstari wa kwanza sehemu ya pili, ambayo inasema ya kwamba isipokuwa Mungu alinde mji, wale walinzi wanapoteza usingizi bure. Unless
The Lord watches over the city. The watchmen stay up awake in vain. Kwa hivyo sisi hata kama tunajaribu kusukumana na hii mambo ya usalama, tunajua nchi yetu iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu na hakuna mambo mabaya yataharibika, because our God is in charge. Kazi yetu ni kujaribu vile tuwezavyo, using our human effort to ensure we have a peaceful country. Hata mimi sitakuwa na mambo mengi, nataka tulitaje mambo mawili. Ya kwanza, unajua hii Nyeri, sehemu hii, mimi mahali nilizaliwa ipande ile ingine ya mlima huu, mlima Kenya, ambao uko tu hapa. Na hapa hii Nyeri ni kaunti ambayo ilitupatia rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Mwai Kibaki. Mzee Mwai Kibaki alikuwa na marafiki wengi wa kisiasa upande wa Meru. Hata wakati alikuwa anasimama na kulikuwa na candidates wengine kutoka hii Central area, watu wa Meru walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Kweli si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hata wakati kulikuwa na other candidates, watu wa sehemu ile walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Sijui hiyo urafiki ilikuwa imetoka wapi. Na alikuwa na watu wengi ambao vile vile wakati aliingia kwa serikali walifanya nao kazi, kiwemo Mzee Mudhaura, Mzee Kiraito, Mzee Mwiraria na watu wengi wa sehemu ile. Na mimi nikiwa hapa, ile jambo nataka kusema ni kwamba utawala wa Mheshimiwa Rais mstaafu marehemu Mwai Kibaki ndio utawala ambao ulituonyesha ya kwamba nchi yetu iko na uwezo wa kuwa na uchumi ambao umeimarika na vile vile kujitegemea kiuchumi na kuachana na tabia ya kuombaomba pesa kutoka kwa nchi zingine. Nataka nirudie kwa Kiingereza. The third president of Kenya, President Kibaki, in his 10 years of leadership, was able to demonstrate to all of us as a country that Kenya has enough resources and Kenya has the ability to raise enough revenue from its people for purposes of developing our country without depending on borrowing from the taxes and the savings of other people. Na kama kuna heshima Mheshimiwa marehemu Kibaki ameacha katika historia ya nchi yetu, ni kutufunza kujitegemea kama taifa. And I think it's a biblical principle. There is no honor, there is no pride in begging. Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nimeangalia yale mambo Mzee Kibaki alifanya, na vile vile nimeangalia utaratibu au mpango ambayo Mheshimiwa Rais wa 5 Mheshimiwa William Ruto ako nao katika mambo ya taifa letu la Kenya. Na yeye mwenyewe amesema yeye ni mwanafunzi katika mambo ya uongozi wa Mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo mimi niko na hakika ya kwamba katika utawala huu wa Mheshimiwa William Ruto na msaidizi wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nchi yetu kupata rasilimali za kutosha za kuendesha nchi yetu, na mambo ya kukopa madeni mengi ambayo yataumiza vizazi vijavyo, hiyo mambo itasimama. Na katika ile masauti mingi ambayo Bishop ametusaidia kusimamisha, mimi ningesihi tuongeze ile sauti
ambao ni sauti ya kutuambia kama Wakenya ati siku zote lazima tuwe tunakopa pesa ya wazungu na wa Chinese na watu wengine ambao wamejenga mataifa yao kupitia jasho ya watu wao. I believe this country can raise enough revenue to sustain the country's economic programs. And that is where President Ruto and his administration would like to take this country, to return it where former President Mwai Kibaki left it. Na ikiwa hapo niseme kunakuwa na mijadala mambo ya kodi, na kama kuna mwanzilishi wa ushuru na kodi ni mzee Kibaki, na hapo ndio Mheshimiwa William Ruto amekanyanga katika hizo nyayo. We must have enough revenue to develop our country and stop begging from the taxes of other countries. Na jambo la pili, kuna yale mambo yameongewa hapa ya siasa. Na unajua sisi katika masuala ya usalama hatuhusiki na mambo ya siasa, kwa sababu siasa iko na wale watu ambao wamechaguliwa kufanya mambo ya siasa. Ndio umeona huyo seneta wa Matinga anaongea Kiswahili, alafu anaongea Kikuyu, anaongea Kiswahili, alafu anajaribu he's trying to see kama kuna kitu anaweza sema ndio nisisikie, lakini nimesikia kila kitu umesema. Na kwa sababu ni mambo ya kisiasa ni sawa, bora tusifanye mambo ambayo ni kinyume na sheria. Niseme ya kwamba tumekuwa na changamoto sisi kama wasimamizi wa usalama wa nchi kwa wanasiasa ambao kwa muda mrefu wametumia mambo ya siasa kuharibu udhabiti na usalama wa taifa letu, na hakuna jambo ambalo halina mwisho. Ndiposa mmesikia Mheshimiwa Rais ameshatuamrisha sisi ambao ni watu ya masuala ya usalama, sisi hatuingilii mambo ya siasa. Sisi tunalinda usalama wa nchi. Hao wenzangu ambao wako hapa tumezungumza, tumekubaliana mambo ya siasa tuachie watu ya siasa. Sisi tusimame na uthabiti na usalama wa nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais ametuamrisha tusitumie vyombo vya kiusalama na silaha na nguvu ambayo tuko nayo ya usalama wa taifa kuumiza wananchi wasio na hatia ama kukandamiza watu kwa njia za kisiasa. Ili hali vile vile tukiwa hapo, kazi yetu ni lazima tukabiliane na wale watu wote ambao wanasorotesha usalama wa nchi hata wakiwa katika siasa. Kama vile tumehubiriwa hapa, kila baada ya uchaguzi kuna watu wamekataa ya kwamba nchi yetu iko na katiba na iko na sheria na iko na utaratibu wa kisheria kwa wale watu ambao hawajaridhika na matokeo ya kisiasa. Na utaratibu ni kwamba kama wewe umesimama kama MCA ama mbunge ama rais na labda haujaridhika na yale matangazo yamefanywa, unaenda kotini, koti inaamua. Kwa hivyo taasisi za kuamua mambo ya siasa ziko katika katiba. Kuna watu ambao kwa miaka mingi wameturudisha nyuma, wamepatia Kenya aibu, kwa sababu wakishindwa, badala ya kutumia taratibu za kisheria, wameumiza wananchi, wameleta maafa, wameleta vifo, wameharibu biashara
na wamesumbua taifa hili kwa miaka mingi. Ndiposa tumesema kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote, wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Mwezi uliopita wanasiasa wengine pale wakasema wanaitisha maandamano ya kisiasa. Tukajaribu, ilikuwa Jumatano, tukasema wacha tujaribu tuone hawa watu kama wataandamana kwa amani warudi nyumbani. Mlilijionea ile Jumatano, walienda wakaharibu expressway ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya na madeni ambayo tutalipa. Wakaenda wakafunga barabara, wakaenda wakadunga watu kwa visu, wakaiba mali ya watu, wakachoma gari za polisi, wakapiga polisi na mawe. Na ilipofika kama saa 7 tukaamua ya kwamba hiyo lazima tukomeshe, kwa sababu ilikuwa imebainika hakuna uwezekano ya kufanya yale mambo pasipo na maafa. And from that day, the government has decided that it will not allow again the destruction of the property of the people of Kenya. It will not allow citizens, whatever their grievances, to stone policemen who are on duty, to burn police vehicles, and to attack government facilities. We had ugly incidents, some of them bordering on an attack on our sovereignty as a country. Wengine wanaenda wanavunja nyumba ya Deputy County Commissioner ofisi. Kuna uhusiano gani kati ya bei ya unga na ofisi ya DCC? Wengine walipatikana wakichoma bendera ya Kenya. Na it is not going to be possible again. Na wale watu ambao wanataka kufanya siasa yao lazima wakubali kufanya siasa ya amani. So nataka niwahakikishie wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya, never again will anybody threaten the peace, stability and tranquility of our country using any reason whatsoever. Na tumesikia sasa hao wanasiasa wameenda kuongea. Sisi kama walinda usalama hatuna shida, hiyo ni mambo ya demokrasia. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa, on one condition: hiyo mazungumzo isipofaulu, kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. So the people of Nyeri, the people of Kenya, the country is safe. Tuko na changamoto lakini nchi yetu iko salama. Na haitawezekana tena mtu yoyote ati kuterrorize wananchi, instilling fear and terror on innocent people because they want to achieve political objectives. We must remove violence from the equation. Mahali
Wakati watu wanapanga siasa yao, wakuwe wabunge, wakuwe MCA, wakuwe governor, wakuwe senator, wakuwe rais, mtu apange kuuza sera, na asiporidhika na matokeo afuate sheria na afuate taasisi, utaratibu ambao uko katika katiba wa kulalamika. Violence must not be part of the equation. So those politicians who are engaging in talks can continue. We have no role in it ourselves. We are security managers. In case, of course, we hope that they will agree. There's no problem in agreeing. But in the event that they don't agree, nobody should imagine that they can threaten and terrorize Kenyans again simply because what they were planning to achieve has not been realized. Sijui kama tumeelewana. Hiyo ndio msimamo wa serikali ya William Ruto. So mimi nataka nikomee hapo, niseme nimeshukuru kwa hapa. Muendelee kuombea nchi yetu, muendelee kuombea rais, muendelee kuombea naibu wa rais. Na mimi nataka niseme ile kazi ambayo tumeanza hapa kwetu Central, kuna shida kubwa ya mambo ya madawa na pombe. Na mlisikia Mheshimiwa Rais aliniambia tufanye kazi na naibu wa rais ili tuhakikishe tumeshirikiana na hao wenzetu ambao wako katika Wizara ya Usalama kupigana na hiyo mambo ya mihadarati na pombe. Mpaka sasa tumefanya hatua kiasi, lakini bado kuna kazi ya kufanya. Nataka nipongeze Regional Commissioner wetu na ambaye ako hapa na timu yote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. I want to ask you to continue providing leadership and strategic guidance to the officers who are serving under you in this region. Na mimi lazima niwakumbushe mkiwa hapa mjue ya kwamba hii ni county ya Deputy President. So please make sure that he is helping the president to serve the whole country. So we should have as little problems as possible here, so that akikuja hapa anakuja tu weekend kutembea na kuleta rais wakati anatembea hapa. So we hope that you continue doing the good work. Nimesikia ile mambo Mheshimiwa Madhengi amesema ya ile kazi ambayo imebaki ya kupigana na mihadarati na madawa. And I want to announce that the government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote. We are going to review all of them afresh because some of them are licensed. Of course, the ones that are operating without licenses, we have already shut them down. And if you know of any that are still operating, let us know. But there are some people selling illicit alcohol in licensed facilities. There are others also manufacturing illicit alcohol, but they are licensed. But what they are manufacturing is not what they are licensed to manufacture. So we are going to review all the licenses of second generation manufacturers, alcohol manufacturers, and we are going to ensure that every facility that is licensed manufactures or sells what it is licensed to manufacture or to sell. Nikimalizia ndio tufanye mchango. Mheshimiwa pia na wale viongozi wengine wamesema kuna shida hapa ya wizi wa kahawa. Na hiyo shida iko katika sehemu nyingi ambazo kahawa inakuzwa. And we have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people, where their wealth, their property, and their sweat is being stolen by unscrupulous people who wants to benefit and to reap where they have not sown. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Nikifika hapo niseme
neno la leo limetujenga, limetusaidia, na kwa sababu tuko hapa kwa mchango, ningetaka tuchange ile pesa ambayo yote inahitajika kwa chini ya dakika 10. Na ili tumalize haraka, naomba wale wako na kamera muachane na kamera sasa. Tumemaliza ile story mlikuwa mnataka. Wacha tusaidie bishop na tusaidie kanisa ili tupate gari ya bishop ya kumsaidia katika huduma kwa watu wake. Nawashukuru sana. Nataka kuuliza chairperson ambaye alikuwa na asante, naomba tuketi. Asanteni sana. Asante Governor Kahiga na viongozi wote wa Nyeri, Bishop Wanjoi, clergy na washirika wa hili kanisa. Muriega rigi kaini mwega ende ciothe mwathani agocwo. Asante sana. Nimeshukuru kufika hapa siku ya leo. Lakini alikuwa amealika aliyekuwa siku hiyo naibu wa rais ambaye sasa ni rais wetu. Sisi tulikuwa tumekuja kumsindikisha. Na tukaombewa katika kanisa hii, na mmeona hiyo maombi inaendelea kufanya kazi. Asanteni sana. Ya pili yangu Bishop Kahiga na Bishop Wanjoi walikuwa wamesema tukutane hapa na au marafiki wetu wengine MPs kina Sabina ili tusaidie kanisa kwa hiyo mradi ambayo Governor Kahiga ameeleza. Lakini haikuwezekana last Sunday kwa sababu Mheshimiwa Rais alikuwa hapa. Mimi nataka nishukuru Bishop, nishukuru kanisa na nishukuru viongozi wa Nyeri County kwa kufanya heshima, kwa sababu wakati tulisikia Mheshimiwa Rais anakuja, tukakubaliana sisi zote tuahirishe hiyo function ambayo tulikuwa nayo kwa heshima ya mgeni wetu ambao tulikuwa naye ambaye ni rais wetu. It's a very good thing you did. Now it doesn't cost anything to respect authority. It costs nothing. Kwa hivyo nashukuru sana. Na umeona naye Mungu ametusaidia, ile tungefanya last Sunday sisi tutafanya leo. So badala ya kuwa na ibada hapa na Mheshimiwa Rais naye yako pale, mlifanya kitu kizuri na washukuru sana. Mimi niko hapa kwa sababu kama nilivyosema nimealikwa, na kama Daudi nataka niseme katika Zaburi 122 mstari wa kwanza, wakati nilialikwa na Bishop through the governor, nilifurahi kwa sababu hiyo Psalms 122 inasema nilifurahi pamoja na wale waliniambia njoo twende nyumba ya Bwana. I was glad when they said unto me, come, let us go to the house of the Lord. Vile vile niko hapa kwa sababu Biblia vile vile inasema katika Zaburi 84 mstari wa 10 ya kwamba siku moja katika nyumba ya Mungu ni bora kuliko siku 1000 mahali pengine. So I'm happy that I'm here, even if not for a full day, even the few hours that we are here. I know it's more beneficial to me as a person, as a believer, than spending 1,000 days elsewhere. Unajua, nashukuru Mungu ametupatia nafasi hii kwa sababu sisi ambao tunasaidia rais wetu na deputy president katika mambo ya usalama wa nchi, na wenzangu wengine wako hapa, kasi yetu ni ngumu kidogo, na nilisikia Bishop akitaja
hata kulala ni shida. Ukilala hata masaa mawili ni shida. It's very difficult sababu changamoto ni nyingi na hujui wale watu waovu watapanga uovu wao siku gani na saa gani. Lakini Mungu ametusaidia, tunajaribu. Na tumejaribu kwa sababu vile vile hata kama tunasaidia katika mambo ya usalama, mwenye kuleta usalama kamili na usalama wa milele sio waziri, sio OCS, sio hata rais wetu. Ni Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. He is in charge of our security. Na wakati huu nimekuwa katika nafasi hii, nimepata nguvu sana kutokana na maneno lililo katika Zaburi 127 mstari wa kwanza sehemu ya pili, ambayo inasema ya kwamba isipokuwa Mungu alinde mji, wale walinzi wanapoteza usingizi bure. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stay up awake in vain. Kwa hivyo sisi hata kama tunajaribu kusukumana na hii mambo ya usalama, tunajua nchi yetu iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu na hakuna mambo mabaya yataharibika, because our God is in charge. Kazi yetu ni kujaribu vile tuwezavyo, using our human effort to ensure we have a peaceful country. Hata mimi sitakuwa na mambo mengi, nataka tulitaje mambo mawili. Ya kwanza, unajua hii Nyeri, sehemu hii, mimi mahali nilizaliwa ipande ile ingine ya mlima huu, mlima Kenya, ambao uko tu hapa. Na hapa hii Nyeri ni kaunti ambayo ilitupatia rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Mwai Kibaki. Mzee Mwai Kibaki alikuwa na marafiki wengi wa kisiasa upande wa Meru. Hata wakati alikuwa anasimama na kulikuwa na candidates wengine kutoka hii Central area, watu wa Meru walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Kweli si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hata wakati kulikuwa na other candidates, watu wa sehemu ile walikuwa wanasimama na Mzee Kibaki. Sijui hiyo urafiki ilikuwa imetoka wapi. Na alikuwa na watu wengi ambao vile vile wakati aliingia kwa serikali walifanya nao kazi, kiwemo Mzee Mudhaura, Mzee Kiraito, Mzee Mwiraria na watu wengi wa sehemu ile. Na mimi nikiwa hapa, ile jambo nataka kusema ni kwamba utawala wa Mheshimiwa Rais mstaafu marehemu Mwai Kibaki ndio utawala ambao ulituonyesha ya kwamba nchi yetu iko na uwezo wa kuwa na uchumi ambao umeimarika na vile vile kujitegemea kiuchumi na kuachana na tabia ya kuombaomba pesa kutoka kwa nchi zingine. Nataka nirudie kwa Kiingereza. The third president of Kenya, President Kibaki, in his 10 years of leadership, was able to demonstrate to all of us as a country that Kenya has enough resources and Kenya has the ability to raise enough revenue from its people for purposes of developing our country without depending on borrowing from the taxes and the savings of other people. Na kama kuna heshima Mheshimiwa marehemu Kibaki ameacha katika historia ya nchi yetu, ni kutufunza
kujitegemea kama taifa. And I think it's a biblical principle. There is no honor, there is no pride in begging. Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nimeangalia yale mambo mzee Kibaki alifanya, na vile vile nimeangalia utaratibu au mpango ambayo Mheshimiwa Rais wa 5 Mheshimiwa William Ruto ako nao katika mambo ya taifa letu la Kenya. Na yeye mwenyewe amesema yeye ni mwanafunzi katika mambo ya uongozi wa mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo mimi niko na hakika ya kwamba katika utawala huu wa Mheshimiwa William Ruto na msaidizi wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nchi yetu itapata kupata rasilimali za kutosha za kuendesha nchi yetu, na mambo ya kukopa madeni mengi ambayo yataumiza vizazi vijavyo, hiyo mambo itasimama. Na katika ile masauti mingi ambayo Bishop ametusaidia kusimamisha, mimi ningesihi tuongeze ile sauti ambayo ni sauti ya kutuambia kama Wakenya ati siku zote lazima tuwe tunakopa pesa ya wazungu na wa Chinese na watu wengine ambao wamejenga mataifa yao kupitia jasho ya watu wao. I believe this country can raise enough revenue to sustain the country's economic programs. And that is where President Ruto and his administration would like to take this country, to return it where former President Mwai Kibaki left it. Na ikiwa hapo niseme kunakuwa na mijadala mambo ya kodi, na kama kuna mwanzilishi wa ushuru na kodi ni mzee Kibaki, na hapo ndio Mheshimiwa William Ruto amekanyanga katika hizo nyayo. We must have enough revenue to develop our country and stop begging from the taxes of other countries. Na jambo la pili, kuna yale mambo yameongewa hapa ya siasa. Na unajua sisi katika masuala ya usalama hatuhusiki na mambo ya siasa, kwa sababu siasa iko na wale watu ambao wamechaguliwa kufanya mambo ya siasa. Ndio umeona huyo seneta wa Matinga anaongea Kiswahili, alafu anaongea Kikuyu, anaongea Kiswahili, alafu anajaribu he's trying to see kama kuna kitu anaweza sema ndio nisisikie, lakini nimesikia kila kitu umesema. Na kwa sababu ni mambo ya kisiasa ni sawa, bora tusifanye mambo ambayo ni kinyume na sheria. Niseme ya kwamba tumekuwa na changamoto sisi kama wasimamizi wa usalama wa nchi kwa wanasiasa ambao kwa muda mrefu wametumia mambo ya siasa kuharibu udhabiti na usalama wa taifa letu, na hakuna jambo ambalo halina mwisho. Ndiposa mmesikia Mheshimiwa Rais ameshatuamrisha sisi ambao ni watu ya masuala ya usalama, sisi hatuingilii mambo ya siasa. Sisi tunalinda usalama wa nchi. Hao wenzangu ambao wako hapa tumezungumza, tumekubaliana mambo ya siasa tuachie watu ya siasa, sisi tusimame na uthabiti na usalama wa nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais ametuamrisha tusitumie vyombo vya kiusalama na silaha
na nguvu ambayo tuko nayo ya usalama wa taifa kuumiza wananchi wasio na hatia ama kukandamiza watu kwa njia za kisiasa. Ili hali vile vile tukiwa hapo, kazi yetu ni lazima tukabiliane na wale watu wote ambao wanasorotesha usalama wa nchi hata wakiwa katika siasa. Kama vile tumehubiriwa hapa, kila baada ya uchaguzi kuna watu wamekataa ya kwamba nchi yetu iko na katiba na iko na sheria na iko na utaratibu wa kisheria kwa wale watu ambao hawajaridhika na matokeo ya kisiasa. Na utaratibu ni kwamba kama wewe umesimama kama MCA ama mbunge ama rais na labda haujaridhika na yale matangazo yamefanywa, unaenda kotini, koti inaamua. Kwa hivyo taasisi za kuamua mambo ya siasa ziko katika katiba. Kuna watu ambao kwa miaka mingi wameturudisha nyuma, wamepatia Kenya aibu kwa sababu wakishindwa, badala ya kutumia taratibu za kisheria, wameumiza wananchi, wameleta maafa, wameleta vifo, wameharibu biashara na wamesumbua taifa hili kwa miaka mingi. Ndiposa tumesema kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Mwezi uliopita wanasiasa wengine pale wakasema wanaitisha maandamano ya kisiasa. Tukajaribu, ilikuwa Jumatano, tukasema wacha tujaribu tuone hawa watu kama wataandamana kwa amani warudi nyumbani. Mlijionea ile Jumatano, walienda wakaharibu expressway ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya na madeni ambayo tutalipa. Wakaenda wakafunga barabara